Ningetaka sasa kuwakaribisha nyote katika ibada ya leo, na kabla sijaenda sana, ningetaka zote tushiriki katika kumsifu Bwana, ili sasa tujue tumeingia hatua nyingine. Ningeomba zote Mheshimiwa Rais, kwa uhisani yako tusimame zote ili tuweze kusifu Bwana tukiongozwa na Reverend Charles Washira, ili tuweze kumsifu Bwana Yesu. Karibu sana ndugu. Okay, asante sana. Washa na tuimbe ndio tuendelee. Yesu nipeleke kule kwa Baba, nikaishi nawe kule mbinguni, kwenye mji wa lulu, mlango wa dhahabu. Yesu nipeleke kule kwa Baba, nikaishi nawe kule mbinguni, kwenye mji wa lulu, mlango wa dhahabu. Siku zangu hasijaisha, Yesu nakuomba nipe nguvu, nikutumikie humu ulimwenguni, kabla siku zangu hasijaisha. Iko mbingu kweli kweli ndani ya Yesu, Yesu nipeleke kule kwa Baba, kule mbinguni, kwenye mji wa lulu, mlango wa dhahabu. Yesu nipeleke kule kwa Baba, nikaishi nawe kule mbinguni, kwenye mji wa lulu, mlango wa dhahabu. Dekue
asifiwe sana. Bwana wetu asifiwe. Basi na tukae. Thank you, God bless you so much. Ni kwa sababu ya hapo nataka kurekebisha kidogo. Nilisema Waziri Mkuu Moses Wetangula, lakini nataka kurekebisha kidogo, ni Moses Mudavadi. Thank you, God bless you. Kwa wakati huu sasa ningetaka sasa tuombe. Ni kawaida mwanadamu ndiye huyo huwa nakosea na sio kupenda. Kwa hivyo wakati huu ningeomba Mheshimiwa Rais tupige hatua nyingine na kuomba. Nataka kumkaribisha Reverend John Wanyoike, I think. Karibu sana ili uweze kuomba. Asante. Hii mambo ya protocol inatusubua kama kanisa, lakini Bwana atatusaidia. Hallelujah. Yu Bwana asifiwe. Amefufuka kifo, ni yu Bwana, na kila ulimi kwamba Yesu. Baba mtakatifu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tunakushukuru Bwana kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya ibada hii. Jehova, twajipeana mikononi mwako. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya wakati Bwana ambao umetupatia mama wetu, na siku ya leo Bwana tumekuja kwa heshima ya mwisho. Ibada ya siku ya leo naifunika na damu ya Yesu. Natangaza baraka za Bwana katika jina takatifu la Yesu. Naja kinyume na nguvu zote na roho wote mchafu, nguvu za giza zinaweza kusubua watu maeneo haya. Twakataa kwa jina la Yesu. Na tunaomba Bwana uwepo wako sisi kama kanisa wakati wa ibada ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya kutupatia wageni. Saidi sana rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, pamoja na wahuduma wengine. Bwana ukatubariki.
wachungaji wanapoendelea, Bwana uwe pamoja nasi. Hii jamii twaifunika damu ya Yesu. Kwa jina takatifu la Yesu twaomba na kuamini. Amen. Asante sana mchungaji, Mungu aweze kukubariki. Mheshimiwa Rais, nikubalie sasa nimkaribishe atakayetusomea historia ya mama wetu kwa upande wa kanisa, Mrs. Joyce Maina, ili aweze kutusomea historia ya mama wetu vile tumeishi naye, igawaje ni kwa muktasari tu, lakini ni vizuri. Tumkaribishe kwa makofi. Asante sana, karibu dada wetu. Karibu sana ili uweze kuendelea. Karibu sana. God is good and all the time. Bwana asifiwe. So in front of you is Joyce Maina, ready to read the history of Mukami Kimathi, who has been a heroine in the Heroes of Faith Christian Fellowship. So the late Eloise Mukami Kimathi accepted Jesus Christ as her personal savior in 1978 and was baptized in the same year by the late Bishop Paul Kameme. Since then, she has been a devoted follower of Christ in Heroes of Faith Christian Fellowship, where she has been a member till her demise. Eloise Mukami related well with the Lord and has been an active sister in reading the Bible, intercessory role, guiding the church during meetings, and she was known of never compromising her relationship with the Lord due to her status. Eloise showed great support to the church in various ways, which included spending her money in building churches, mobilizing people, and donating 1-acre plot of land where the Jabini Church has been built there, Your Excellency. Eloise Mukami Kimathi related well with all manner of Christians, regardless of their denomination, and she was well known as a good-hearted sister, generous, humble, and always united brethren as a peace ambassador in the church. Eloise Mukami was an evangelist and held leadership positions to all upcoming evangelists. She has helped to administer the Word of God to most parts of the country and beyond Kenya. Due to her selflessness and devotion, the church has grown and has very many branches. Eloise has also supported widows and orphans in her cause of evangelism. As a church of the Heroes of Faith Christian Fellowship, we pray that our Lord Jesus Christ rests her soul in eternal peace until we meet again. Amen. Rest in peace, our sister, our beloved sister in Christ, Elsie Mukami Kimathi. God bless you all. Basi tumpigie makofi. Asante sana. Nashukuru sana, mbarikiwe dada wetu. Ni kwa sababu ya huduma hiyo. Basi wakati huu Mheshimiwa Rais, nikubalie tupige hatua ingine ile ambayo sasa ni ya offering ama matoleo yetu, kabla ya kuweza kulisikia neno, ili tuweze hata nasi kupata baraka zake Mwenyezi Mungu. Ni kwa sababu zote twazitamani na zote twazitamani zaidi. Kwa hivyo nataka kuwakaribisha kwa wimbo. Ninaona tunaongozwa pale sasa, wimbo ambao tutakaoimba. Basi utakuwa ni wakati wetu wa kujitolea, na kwa hivyo wale ambao tunasaidiana na wao ushers, basi mfanye haraka sana kwa sababu ya kuokoa muda. Karibuni sana, karibuni sana, karibuni sana. Then chukueni nafasi yenu tafadhali, tafadhali chukueni nafasi zenu ili kazi hii
iweze kuendelea. Karibu sana. Kidogo tu. Thank you. Basi nikiona ni afadhali tusimame tu ili kazi hiyo iweze kurahizika. Tukiendelea hivyo, tunadhani ya kwamba wale ushers wasaidizi wetu wanafanya haraka. Tuendelee vizuri. Tigawa jaragirio kajera katere mothe mekekaga niguo nyone wega igoro rĩa maũndũ mothe we Ngai wekaga magegania wĩiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wekaga magegania wĩihũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wahonirie ngoro yakwa naho nitega gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩhoya njage tondũ wĩ mũheani wa indo ciothe njega na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũrĩte. One more time. Wahonirie ngoro yakwa naho nitega gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩhoya njage tondũ wĩ mũheani wa indo ciothe njega na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũrĩte igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wekaga magegania ũihũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wekaga magegania ũihũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ ngũthekereire nĩgetha ngũmenye nĩnyonete ũrĩa wĩkaga arata aku ũmahithũragĩria hitho makũmenye njiarwa ciothe nacio nĩ ngathimo. Nĩũngũthekereire nĩgetha ngũmenye nĩnyonete ũrĩa wĩkaga arata aku ũmahithũragĩria hitho makũmenye njiarwa ciothe nacio nĩ igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wekaga magegania ũihũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩihũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wekaga
iyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩhũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩri. Basi naomba tuketi. Nao hao wasaidizi wetu ushers, basi mnaweza kuja karibu na mje mbele ili muweze kufanya inavyostahili, ni kwa sababu ndivyo vizuri. Ningetaka tumalizie sawa. Thank you. Wakati huu sasa ningetaka kumuita Reverend Kenja ili aweze kuomba kwa ajili ya matoleo ili tuweze kupata baraka. Karibu ndugu wetu. Asanteni nyote kwa sadaka zenu. Na tuombe. Our dear Father and Heavenly Lord of Lords, we come before you this hour to thank you for the gift of life. We want to thank you for even giving us resources, Lord, that are of great use to us. You have endured us with many of them, some of which you have brought forward this morning to you as our offering. Cleanse and sanctify the offerings so that in whatever duty it may be directed to, Father, it will be of blessings to you. Father, we pray that as we all here as a congregation and as a nation, Lord, that you have gifted us with different gifts in energy, effort. You have given us different gifts of wisdom and knowledge and even experience. You have given us gifts in all manners of ways. Lord, may you touch our souls so that all those gifts that you have given each one of us may be offered to you, so that our nation may have peace, unity, and love for the prosperity of our nation, and peace that our dear mother cherished. We pray this, believing in Jesus' name. Amen. Basi, asante sana ndugu, Mungu aweze kukubariki. Basi wakati huu sasa, ningetaka kuchukua nafasi hii, Mheshimiwa Rais, ili tuweze kumwalika takaye nena neno la Bwana. Kwa ufupi ni kwa sababu ya muda, inaona kule Gitonga na nilikitazama kwa upande mwingine, na hivyo sitaki kumkosea, kwa hivyo tutaharakisha masaa yetu, najua tutapeleka vizuri. Karibu sana mhubiri ili ukaweza kuendelea. Karibu. Mheshimiwa Rais Dr. William Ruto, Mheshimiwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Prime Minister Moses Mudavadi, Musalia Mudavadi, na Mheshimiwa aliyekuwa Prime Minister wetu Raila Amolo Odinga, na waheshimiwa wote ambao wamefika mahali hapa, na wasalimu hamjambo. Bwana wetu asifiwe. Haleluya. Hebu tuinue mikono tusalimiane. Bwana apewe sifa. Leo kwa sababu ni siku kubwa kwa mama wetu ambaye amekuwa kiongozi aliyeheshimiwa, na hata katika kanisa kwetu, kama vile tumesikia ushuhuda, kama tumesikia historia yake, ni mama ambaye tulikuwa tunampenda sana, ni mama ambaye alikuwa ni mhubiri pamoja nasi, na ni kwa sababu Biblia kulingana vile Biblia inasema, Mtume Petro alitueleza vizuri ya kwamba mwanadamu ni maua,
na yanashanuka na tena yananyauka. Na siku hii ya leo hatuko na huyu dada wetu. Kitu kimoja ambayo ningetaka tujue, kwa sababu Biblia inatueleza vizuri katika kitabu, na ningetaka tusome hicho kitabu. Katika Wakorintho 5 mstari wa 1. Maana twajua ya kuwa nyumba na maskani yetu iliyo dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono iliyo nyumba isiyofanywa kwa mikono iliyo ya milele mbinguni. Bwana wetu asifiwe. Siku hii ya leo mtumishi Paulo ama mtume Paulo aliweza kutueleza ya kwamba hii mwili ambao tuko nao unafananishwa na hema. Hema hii ambayo tuko nayo siku hii ya leo sio permanent. Hii ni temporary. Kuna wakati tutakapomaliza hii ibada itaweza kukujwa na iweze kupakiwa na ipelekwe mahali ilipotolewa. Hivyo ndivyo alivyotuambia mtume Paulo ya kwamba hii mwili ambao tuko nao sio mwili wa kujivunia, maana ni wa wakati mdogo, na hauishi sana, hauishi milele. Ni kwa sababu kuna siku ya kuondolewa. Bwana wetu asifiwe sana. Na siku hii ya leo ningetaka tuone kama hii ambao tuko nayo siku ya leo, unaweza kuona iko na tumashimo kidogo, kwa sababu pengine imepigwa na upepo mkubwa, na inaweza pigwa na mvua mkubwa, na hivyo wakati mwingine haiwezi kaa sana. Hivyo ndivyo mwili wetu ama maisha yetu ilivyo. Na ni kwa sababu ya hivyo ninaona mtumishi Petro kuna vile alivyotuambia kwamba maisha hii ambayo tuko nao ni kama maua ambayo wakati moja inashanuka. Tulikuwa na mama wetu tunampenda sana katika ministry yetu, maana ameweza kufungua makanisa mengi ni hata huko Nakuru ambako nimetoka. Bwana wetu asifiwe. Na sijui kama nilisema jina langu. Majina yangu ni Pastor Reverend Peter Gitahi Mwangi. Bwana wetu asifiwe. Ameweza kufungua makanisa mengi hata huko kwetu Nakuru. Lakini siku hii ya leo hayuko, maana mwanadamu ni kama maua ambayo yanashanuka na tena inanyauka. Na siku hii ya leo, kwa sababu Biblia inatuambia wasi ya kwamba mwili, wakati hema hii itakapokujwa, ambayo ndio mwili huu, ndio ya kwamba tuna makao mengine ambao ni mji wa mbinguni, mahali ambapo tutaishi pamoja na Yesu. Bwana wetu asifiwe. Biblia inatuambia ya kwamba wakati hema hii itakapotolewa na wakati mwili utakapokwisha, tuna makao mengine ambayo hata wadugu wetu wa kwanza kama baba wetu Ibrahimu, Biblia inatuambia hata kama alikuwa ameonyeshwa nchi ambayo ni ya Kanani, Biblia inatuambia alikuwa anatazama kuona nchi ambayo ina misingi mzuri, ambayo itaishi milele, nayo ndio makao ambayo ni ya mbinguni. Bwana wetu asifiwe. Ningetamani sisi zote tutamani kwenda katika ule nchi tutakaokuta mama wetu ambaye ameenda kupumzika pamoja na Mungu wetu. Bwana wetu asifiwe. Na Yohana aliweza kuonyeshwa kwamba akaonyeshwa nchi ama ile mji uliokuwa unateremka kama bibi harusi, ambao ulikuwa umepambwa na mapambo kama bibi harusi aliyekuwa ametayarishwa vyema. Bwana wetu asifiwe. Ningetamani wadada wetu, marafiki wetu, wadugu wetu, tutamani kwenda
katika ule mji, na Bwana wetu asifiwe sana. Yohana aliweza kuonyeshwa, akaona watu waliokuwa na mavazi meupe, na yeye akaweza kuuliza ni nani hao waliokuwa na mavazi meupe waliobarikiwa? Akaambiwa hao ni wale walioosha mavazi yao na damu ya mwanakondoo wa Mungu. Kwa hivyo siku ya leo, sharti ambalo linatakikana ili tuweze kwenda katika ule mji ni kuosha mavazi yetu na damu ya mwanakondoo, ambayo mama wetu aliweza kutakaza mavazi yake, kwa sababu hata wimbo ambao alikuwa anatamani sana kuimbiwa, alikuwa wimbo unasema, nĩngũmenyerera nguo yakwa yo iki mũhikania agĩũka akore ndĩharĩirie na akore nguo yakwa ĩtarĩ na maroro. Mwathani wetu arogocwo. Bwana wetu asifiwe sana. Na siku hii ya leo, maana sasa tumona dada wetu, tunajua hata sisi tukiosha mavazi yetu mahali alienda, kwa sababu insurance ambayo tuko nayo ni ya kwamba yeyote aliyeamini Yesu, huyo amepata insurance ya kuingia katika ule mji. Bwana wetu asifiwe. Kwa hivyo siku hii ya leo, ninatamani nawe utamani tukaweze kuingia katika ule mji ambao tumetayarishiwa, na ndio mji ambao ni wa mbinguni. Bwana wetu asifiwe sana. Na Yohana akaweza kuona ile nchi, na akasema ya kwamba aliona ni kama bibi harusi aliyekuwa ametayarishwa na kama bibi harusi ambaye ametayarishiwa mumewe. Bwana wetu asifiwe. Kwa hivyo siku hii ya leo, tamani pamoja na mimi tuweze kuingia katika ule mji, tukute ule dada wetu ambaye ameenda, ama na sisi tukabaki. Bwana pewe sifa. Kwa hivyo siku hii ya leo sitaki kuongea mengi zaidi kwa sababu ya muda. Ningesema Mungu wetu abariki neno lake, na Mungu wetu atubariki. Bwana wetu asifiwe. Elangu yo iki ukakore diareirie akore. Takuomba kwa ajili ya neno. Bwana, ni asante ni kwa sababu ya wakati huo ambao umetupa neno lako. Tunaliinua jina lako na tunalisifu na kusema ni asante ni kwa sababu ya wakati huo ambao umetupa. Baba wetu, kalibariki neno lako ili likaweze kuingia ndani yetu na kutusaidia kujitayarisha kuingia katika ule mji ambao ulienda kutuandalia. Wakati hii hema itakapotolewa na mwili huu utakuwa hauko, Bwana utatuchukua mji wako wa mbinguni tukaishi pamoja na wewe. Haleluya. Bwana wetu asifiwe sana. Wakati huu nataka kumupatia MC wa state ambaye anaitwa Kitonga aweze kuendelea. Mungu akubariki. Asante sana. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako, kabla labda tuende kwa upande wa viongozi, ningeomba kanisa iliombee jamii ambao wameachwa. Kwa hivyo naomba tafadhali tusimame, na nitaomba kanisa tuweze kuombea jamii ili tukienda kile kipindi kingine tutakuwa tumemaliza upande huu. Kwa hivyo naomba tusimame sote, na wale ambao wataongoza hili ombi tafadhali tunaweza tukaomba tuombee jamii ili tuendelee. Asante. Basi tunaweza kuomba. Baba wa mbingu, Mungu wa rehema na faraja, twaja mbele za uso wako Bwana. Twaliinua, twalisujudu, twalitukuza jina lako Mfalme, maana Mungu wetu umetenda kadri na nguvu na mapenzi yako Bwana. Mungu wetu na Baba wetu, katika familia hii ya mama yetu, Mungu wa Israeli, mama ndio alikuwa amebaki mfalme wa amani, na sasa umemchukua Mungu wa majeshi. Ningeomba watoto waliosalia kama mayatima, Mungu wa majeshi, mfalme wa amani, ukakuja kuangalia hao Bwana, maana sisi tuweza sema tuweza kuja kuangalia, lakini ni leo na kesho kutwa Bwana, lakini wewe utakuja kuwalinda na kuangalia siku zote Bwana, na nguvu na ufalme wako ukawazingira Bwana, wanapoendelea ukawakuza kwa neema na faraja na fadhili zako Baba, ukawapa utukufu kwa jina la mwana wa Yesu Kristo, wakaweza kubalika na kutendeka, maana wewe ni mwema. Baba wetu na mfalme wetu, ukitenda hayo na mengi makuu, Mungu wa majeshi,
sifa na shukrani na utukufuni zako. Tuomba na hayo machache tukijua Bwana umeyasikia, na ni katika jina lako na la mwanawe Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu tuomba. Tunaweza tukaketi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Waziri Mkuu ambaye tunamjua kama Musalia Mudavadi lakini tunaona ni kama alibatizwa akapata jina lingine, Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Gavana wa Nyandarua Moses Badilisha Kiari, magavana wote ambao wamefika mahali hapa, mawaziri wote, makatibu wa kudumu wote ambao wako hapa, viongozi wote wa kitaifa na wa mashinani, mashujaa wa Maumau, jamii ya Mama Mukami Kimathi, viongozi wa kanisa, waumini wote, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, niruhusu wakati huu nimkaribishe gavana wa eneo hili Moses Badilisha aje awatambue viongozi na pia aweze kutukaribisha eneo hili na pia aendelee na ratiba. Karibu, tumpigie makofi tafadhali akija. Karibu Badilisha. Asante sana. Our President Daktari William Ruto, Deputy President Rigathi Gachagua, Prime Minister Musalia Mudavadi, former Prime Minister Raila Odinga, na viongozi wale wengine ambao ni magavana wa zamani. Tuko na makatibu CSS ambao wako hapa, viongozi wa kanisa, familia ya Kimathi na wote ambao tumefika hapa kumsindikiza huyu mama wetu mpendwa. Hamjambo. Hamjambo tena. Yangu kwa niaba ya watu wa Nyandarua ni kusema karibuni tunapofanya kazi hii. Kweli sisi kama watu ya Nyandarua tumeondokewa na mtu ya maana sana. Tulikuwa tukijihisi tukiwa na yeye hapa ni kama dunia yote iko hapa, lakini tumeona watoto ya watoto, na kwa hivyo tunajua mama hajawacha bure, ametuachia kazi ya kufanya. Kwa hivyo nasema karibuni hapa Nyandarua, na tunashukuru sana. Naona mmekuja kwa wingi ili tufanye kazi hiyo. Rais, hapa tuko ambapo tunaenda kumlaza mama leo ni katika sehemu moja ya settlement ya Happy Valley Homes. Kumaanisha hapa ni mahali wazungu walikuwa sana. Nataka watu wajue kwamba Nyandarua ndio ilikuwa epitome ya Maumau. Nyumba hii mnaona pale ilikuwa ya mzungu, alikuwa anaitwa York Davis, na kulikuwa na nyumba zingine kama hizo 56 katika area hii. Na tunashukuru sana Maumau kwa sababu walifanya kazi, ndio tukarudishiwa mashamba haya, ndio tukawa na uhuru yetu katika Kenya mzima. Na ninashukuru kukuvuka Rais, wewe pia si mgeni kwa mambo haya. Tunajua wewe umezaliwa katika line ya mzee mmoja alikuwa anaitwa Koitalel Arap Samoei. Hiyo damu iko kwako, na tunajua huyu mzee vile alifanya miaka hiyo ya 1902. Yeye pia kule alipambana na wazungu, si namna hiyo? Kwa hivyo tukikumbuka yale alifanywa na babu zetu hawa, yale walifanywa na Mau ambao wako hapa, tunashukuru sana. Rais, sisi tunataka kukushukuru na serikali yako pamoja na deputy, kwa sababu kama watu ya Nyandarua tunaona yale ambao mliahidi watu ya Nyandarua mumeanza kuitekeleza, na tunaiona. Tunaona wakati huu hapa jamini tuko. Rais, ulisema kwamba utatusaidia mambo ya aggregation centers ya farming ili watu hawa waweze kuwa na fedha na waweze kuona mahali pa kupeleka vyakula vyao. Na naona umeanza hapa Jabini hivi karibuni
Tutakuwa na aggregation center, industrial park, vile tu promise. Na tunashukuru kama watu wa Nyandarua. Tunashukuru pia uliahidi wakulima, kwa sababu kaunti hii ni ya ukulima. Uliahidi fertilizer. Na sisi tumepata fertilizer, na wakati huu tukasema haitapeanwa huko Orkarau ama huko Nyahururu, italetwa hapa. Na tulileta fertilizer hapa, na watu hapa Jabini walipata fertilizer hapa karibu. Na tunakushukuru kwa sababu ya hayo. Tunakushukuru pia kwa sababu ya viongozi ambao umetupatia. Tuko na PS Mbogwa hapa wa roads, tunashukuru sana. Tuna na mama Rebecca, na pia tuko na Chege ambaye anatoka hapa. Na tunatarajia hivi karibuni, kuna majina nilikuwa nimepea Felix simuoni hapa, na ni vizuri pia hiyo tunatarajia labda moja mbili tutapata. Rais, niko na ujumbe ambao nimepewa na Maumau na wako hapa, ya kwamba hapa Nyandarua tulikuwa na generals 12, lakini Mungu katika ile hali sisi zote lazima tutaenda, amechukua wengine na wamebaki kama 2 hivi. Wale kabisa tunajua walikuwa msituni na wako na ombi. Vile umesikia hapa Nyandarua kulikuwa na 56 Happy Valley Homes, settlers. Wako na ombi. Saizi wakisimama bagi zao ziko hapa, zinajaa documents za maana ambazo zimebeba historia ya Maumau. Wengine wanabeba hata risasi ambazo zilikuwa wamepigwa nazo, zilitolewa kwa ustari wakabeba. Na wanasema kama serikali yako kupitia department ya heritage inaona vizuri, badala hawa watu wakwishe na hizo documents, watusaidie pale Kenyahwe, kuna mahali tunataka kudevelop a museum, ili document hizi ambao wamebeba, hata bagi ziko hapa za hizi, wakija hapa utaona bagi ziko hapa, tupate mahali ya kuweka. Sisi kama county tumeanza documenting hiyo history, ili watoto wetu na watoto ya watoto wetu watajua ni kazi gani ilifanywa na hawa Maumau. Kwa hivyo Rais, tunaomba kabisa, hapa ndio watu wanazaa sana katika history ya Nyandarua. Record ile niko naye, the highest births inatoka hapa. Umetusaidia maternity na tunashukuru. Lakini kama tunaweza upgrade hiyo hospitali kidogo iwe level 4, ili tunapopigwa na hii maji ya baridi ya Sasumwa, na maji hiyo unajua inaenda kusaidia watu pale, at least tunaweza kuingia hiyo hospitali. Na tayari sisi tumepeana jina ya hiyo hospitali, ni kama tu ile ya Nairobi inaitwa Mama Rusi, hii naye inaitwa Mama Mukami. So jina iko tayari ya kuita hiyo hospitali. Sasa sisi tunangojea tu Rais uweze kutusaidia hapo na tuweze kumaliza. Kitu kingine Rais, ni kwamba Nyandarua bado tuko na colonial settlements, na watu wetu wale wako huko, wengine ni wale walikuwa katika Maumau na bado hawajapata titles. Tunaomba wengine hawa wazee, kabla wajamaliza miaka ile Mungu amewapea, ni vizuri ikiwa wanaweza pata titles. Najua umepigana sana mambo ya stima Rais, lakini tunaomba, najua kuna general mmoja hapa anaitwa General Kiboko, na ninajua hata labda yeye ndio ataongea kwa niaba ya Maumau. Kwake aliwekewa transformer 3 years ago, lakini moto ijawaka kwake. Kwa hivyo tungeomba tusaidiwe, ili mtu kama hao ambao wako na transformers na wengine at least stima ianguke, ili watu hawa watakapoenda hiyo dunia ingine waseme kumbe dunia iko na stima. Wanaweza enda wakijua kumbe hakuna stima. Kwa hivyo Rais, sisi tunashukuru na tunajua kwamba wewe uko pamoja nasi na utatusaidia. Nataka sasa, kwa sababu leo sio siku ya kuongea mambo mengi, nimetaja tu hayo kidogo kwa Rais, kwa sababu najua ama namna gani Maumau, si tutengeneze museum? Mko tayari? Ama basi tungeimba ile kaimbo kidogo ya Maumau ndio Rais
anaweza kutupatia. Ngai mwega we mũgitĩri wa ita iwa tingĩhota nĩ thũ mwene nyaga twakũhoya tũhoyaga wendani na gĩtĩo na tha nyingĩ cia wendo wa ũiguano wa Gĩkũyũ na Mũmbi mwene nyaga twakũhoya tũhoyaga tũkaumĩra twĩ ithuothe kuma Ngong'u nginya Karĩma tũrĩ hĩndĩ ĩyo kĩeha nĩ gĩgathira njamba cia ita na aciari aitũ njamba cia ita ikĩrũĩa wĩyathi twatigirwo nĩ Gĩkũyũ na Mũmbi mwene nyaga twakũhoya. Rais walikuwa naomba museum. Haya, asante sana. Sasa nataka kuna wale MCAs wako hapa wametutembelea, wale wanatoka nje ya county. Kama wewe ni MCA na umetoka nje ya county, simama. Wale wametoka nje ya county wapigiwe makofi. Asante sana. Na MCAs wetu hapa Nyandarua, haya wapigiwe makofi, wapigiwe makofi. Wewe my friend, unaniangaliaje? MCA wa hapa Niko umekimbia mpaka hapa, lakini nimeongea ni salamu tu. Sawa. Asante sana Mheshimiwa Rais, Naibu wa Rais, Prime Cabinet Secretary Raila Amolo Odinga, Prime Minister, viongozi wote, waheshimiwa wenzangu, kaide mwega na ile shione. Asante sana Mheshimiwa Rais, leo tumekuja sababu ya mama ambaye amelazwa hapa ndio tumzidikishe. Historia yake imesomwa. Umesikia ni mama Mukami Kimathi ambaye alipigania uhuru. Ndio sisi kama Waafrika tupate nafasi ya kuongoza. Na tumejionea vile serikali imefanya in terms of education, infrastructure na mambo nyingi. Ndio tulikuwa tunapigania uhuru. Na sababu amelazwa hapa Mheshimiwa Rais, kutoka pale Njabini kuingia hapa hii barabara angalau ingewekwa tu kalami ndio ionekane inaingia kwa Field Marshal ambaye amepigania hiyo uhuru, tungekuwa na furaha tele. Nyingine kanisa ambalo anaabudu the Heroes of Faith iko katika hali mbaya, ingetengezwa. Tumeongea na Deputy President akasema atakueleza, tukashukuru rais wetu. Asanteni sana, thank you. Asante sana Mheshimiwa Keiro Kashomba. Sasa tuko kwa wajumbe, na mimi nataka nikaribishe mjumbe wa area hii ili naye achukue dakika moja tu mbili, alafu tuende mbele. Asante sana Governor wetu, Your Excellency the President of the Republic of Kenya, Deputy President Rigathi Gachagua, viongozi wote kiwemo aliyekuwa Prime Minister wetu Raila Odinga, viongozi wote na waombolezaji, Bwana Yesu asifiwe. Muriega muno. Nichukue nafasi hii kwanza nishukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii. Nilete pole zangu kwa familia ya Kimathi. Sijakuwa I've not been around, na Mheshimiwa Rais kwa nimeweza kufika hapa, lakini nashukuru Bwana ya kwamba tuko hapa siku ya leo. Sitaki kuchukua muda mrefu sana. Tuko na wajumbe ambao wamekuja kushiriki pamoja nasi. Napenda niwaarike hapa
wasimame ili wasalimiane kwa kifupi. Tafadhalini John hapo wajumbe wa Nyandarua, Kiaraho, Mheshimiwa Gachagua, Mheshimiwa Wandeto kutoka Tetu, Mheshimiwa Wainaina, John tafadhali, ili kwa kifupi sana ni wajulishe kwa waombolezaji. Na kwa sababu si wengi, kuna veteran wetu hapa, Mheshimiwa Kiaraho, karibia haraka kwa haraka tu useme ulete pole zako. Thank you. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, aliyokuwa the former Prime Minister Raila Amolo Odinga, Prime Cabinet Secretary, all protocols observed. Your Excellency, today, as Nyandarua Populans, we are very saddened people, but at the same time, very joyous because of the kind of love for all of us who are congregated here you have shown as we give our dear mom a decent send-off. Your Excellency, as the governor mentioned, here in Nyandarua, this was the epicenter of the Mau Mau freedom struggle. And as I stand here, Your Excellency, I just want to mention one or two issues very briefly. As the governor said, within Nyandarua County, in the last government, I know they had done the profiling of the colonial villages. And if you look at the colonial villages, if you look at it one-on-one with freedom struggle, there is a very strong link. Your Excellency, our appeal, and my personal appeal, is for those who are still in those colonial villages, please let's finalize the issue of the title deeds. Recently, Your Excellency, I know I was in one of these colonial villages whereby I was pushing for their electricity connectivity and road connectivity. And those who were there told me, you are doing great and we are very appreciative. But even if you give us electricity, even if you connect us to those roads, we are not getting proper sleep. So, Your Excellency, this is something I believe with a very able government, it's something we can finalize so that these people can have peace of mind. Kwa hiyo mengi machache nasema asanteni sana na Mungu awabariki nyote. Mzee Kiabati, stima utapata. Rais hako hapa, makama wako hapa. Hiyo tutatatua. Niliambia watu wa Nakuru, by Wednesday ikiwa hiyo stima hujapata, nitawastaki kwa wakubwa. Na najua rais amesikia. So assume hiyo kastima itaingia. Asanteni sana. Thank you. Asante Mheshimiwa Kiaraho, Mheshimiwa Gachagua. Your Excellency, our President, Your Excellency, our Deputy President, our Chief Cabinet Secretary, our former Prime Minister, all protocols observed. Today, we are happy that you found time kuja kuomboleza na sisi na kwa sababu Your Excellency, the legacy yenye tunaomba tu kama Nyandarua people is that you look at the roads of Nyandarua. Hiyo ndio legacy tungeomba, tafadhali utuangalilie. Alafu wale wamebaki, Mau wenye wamebaki, tafadhali ni wachache sana wamebaki. Kuna wenye wanajiita Mau lakini the only forest they know is Arboretum. Mr. President, wacha tuangalie hawa watu, tukuje uwasaidie. Asante Mr. President. Asante Mheshimiwa Gachagua. Sasa tuna Mheshimiwa Wandeto kutoka Tetu. Huyu ni mbunge wa mama kule Nyeri. Karibu sana Mheshimiwa. Asante sana, Your Excellency the President of the Republic of Kenya, Your Excellency the Deputy President, the Prime Cabinet Secretary, and the former Prime Minister, and all mourners. God is good, and all the time. My name is Geoffrey Wandeto, a member of Parliament for Tetu constituency, that is on the other side of the mountain, and this is where the family of Dedan Kimathi originated. This is where he was born. This is where Mama Mukami was born. I am also a child or a great-grandchild of the Mau Mau movement, my family having lost 5 people. It has one of the highest recorded atrocities in Tetu. I would like to make 3 prayers on behalf of the Mau Mau movement, Your Excellency. The first one, 60 years later,
we can say justice delayed is justice denied. These people went to the forest to fight for not only freedom, but also for land. The cries that have been made here by my colleagues, after 4 governments have paid lip service to the Mau Mau cause, we have seen a lot of intent in your government to honor the object, to honor the reason why our fathers and our forefathers went to the forest. Please, Your Excellency, let us ensure that your government finally serves justice to the Mau Mau movement. Your Excellency, the second prayer is that the Mau Mau freedom heroes used to use some roots within this forest. And I pray and ask that you honor the promise of the construction of Ihithe Donyujero Road through the Aberdare forest so that we can finally honor these people. The other Mau Mau roads within Teto and within Nyeri and Muranga are ongoing, and we are very, very grateful to your government. Finally, Your Excellency, having constructed all those roads, we see a huge opportunity for tourism. I ask you to create the Dedan Kimathi Museum at a place called Karona in Teto, the very place where he was captured by the Mau Mau movement. And that can be a huge attraction, and we can have an opportunity to immortalize not only Dedan Kimathi, but also Mama Mukami and all the other freedom heroes, so that people from all over the world can be able to come. The same way we go to Robben Island to see the issues of Nelson Mandela. People can be coming all over the world to actually Karunaine to see where Dedan Kimathi was captured. Thank you, Your Excellency, and thank you very much. God bless you. Asante sana Mheshimiwa Wadeto. Sasa tafadhali mkue wachache wa maneno, kwa sababu huyu ni mheshimiwa wa mahali ambapo Dedan Kimathi ametoka. Kwa hivyo tafadhali kwa kifupi sana. Karibu Mheshimiwa Inaina. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, Prime Minister wetu ambaye ako sasa, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, former Prime Minister, watu ya Jabine, amjambo. God is good and all the time. Mimi sitasema mengi, lakini kwa majina mimi naitwa Joseph Wainaina kutoka upande wa kaunti ya Uasin Gishu. Nilitumwa na watu ya kaunti ya Uasin Gishu nilete pole. Mmesipokea? Asanteni. Na mimi pia ni nominated MP kutoka upande wa Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu. Asante sana Naibu wa Rais na Mheshimiwa Rais. Yangu ni kuleta hizo lambilambi zangu na kusema huyu mama alifanya kazi mingi. Huyu mama alipigania uongozi. Naibu wa Rais, mkiwa na rais, ningeomba wakati mambo itakuwa imepoa kidogo, mtengeneze jobo committee, sababu wenye walipigania uhuru ni wachache sana. Hata wengine wako upande wa kwetu huko Nandi, kina Samuel Koitalel. Hawa hawezi jaa lori mbili kwa Kenya mzima. Tengeneza jombo, tengeneza committee kidogo, isaidie hawa, sababu si mzuri wakati wamefariki ndio tunasaidia hawa. Mimi nasema asante sana na Mungu awabariki, na mjue tunawapenda upande wa Rift Valley. Mlitusaidia sana kupata hii serikali ya Kenya Kwanza na ikafanya sisi tukawa nominated. Na hii serikali inatusaidia sana jamii yetu ambayo Wakikuyu wako upande wa Rift Valley. Asante Naibu wa Rais, ni mkiwa na rais. Mujuange upande wa Kitari tumepewa CAS moja, Rift Valley tumepewa minister wawili, tumepewa PS moja, na tumepewa nominated MCA karibu 4 upande wa Rift Valley, jamii yetu ya Wakikuyu. Mujuange namna hiyo na mjue tuko pamoja na hii serikali. Kwa hayo machache, Mungu awabariki, tutaonana tena. Asanteni sana. Mheshimiwa Spana, Mheshimiwa Engineer mwenyewe.
Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, viongozi wote ambao wako hapa, kwa niaba ya wajumbe wote wa Kiambu, naja hapa kuleta rambirambi zetu kwa sababu hii familia ni familia ya Kenya nzima. Mimi nilikuwa mmoja wa wale waliona hawa kina mama wakiwa pale Freedom Corner wakati moja wakipigania demokrasia nchi hii. Kwa hivyo wakati tunamuaga, tungetaka kuuliza tu sisi ambao tumebaki tuwe watu wana respect democracy, ndio hii nchi yetu iendelee vizuri. Uchaguzi ukija, ukifanyika, tunakubali, alafu tunaendelea na mambo yale mengine, kwa sababu kuna mambo ya kesho. Yale ambayo tuko naye ya nchi hii ni ya muhimu ya economy, na ningeuliza watu wote, wakati huu mvua imekuja, tafadhalini wacheni tuwe na wakati wa kupanda ndio tupate chakula. Mungu awabariki na poleni sana familia. Asante. Asante Mheshimiwa. Tuko na jirani wetu Mheshimiwa Jane Kihara. Karibu Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, your Deputy President Rigathi Gachagua, Honorable Mudavadi, our Prime Cabinet Secretary, our former Prime Minister Raila Odinga, wazee wa Mau Mau, Mukami, and of course the Bwana asifiwe. God is good all the time. Hiyo mikono ni kidogo sana. Salimia mtu. Hiyo ndio mzuri sana nisikie. Your Excellency, thank you for coming to honor this family. Most of the things that have been said here, I can identify with, not because I was in the struggle, but I was born in Teto myself. So uko Miagayoine mnasema, uko Karonaine, the place I know. Kwa hivyo, Rift Valley niliolewa, nikakuja hapa. Your Excellency, there was a lot of disservice that was done to Mau Mau. And as a young girl, I remember Mau Mau were told to come out of the forest so that they get land. Wakaambiwa watoke, wapate mashamba kwa sababu serikali inaundwa. Walitoka na mimi tukaenda kuwaona nikiwa mdogo tukifuata wazazi wetu na wale wakubwa. I saw men, niliona wazee wanakaa kama wanyama kwa kukaa msituni. Nywele walikuwa wanaikanyanga na mguu. It's been twisted all the way to the feet. So those are things that I can identify with. What Wajogo read about where they used to put their mail. My father was working in the post office. Na ndiye alikuwa anatumwa na barua, akaweke kwa hiyo shimo ya muti, naye Mau Mau waje wachukue and ask for what they were asking. Your Excellency, I told them on Sunday, kuna wakati babangu na wale walikuwa wanafanya kazi wanasaidia Mau Mau, waliambiwa watazikwa kwa shimo. Nikudigivia we. Tazikwa kwa shimo na wakawekwa pale. Trakta inatakiwa isukume mchanga iwazike. Lakini wakiwa pawe ndani, ati anangukiwa na kamchanga kidogo anafanya hivi. Yet ile ingine, ile kubwa inakuja. But they were saved. Because the mzungu that my father was working for, alisema, huyu mzee asiuawe. Naye akasema, kama atatolewa peke yake, wazikwe. Kwa sababu, angepatana na mahakama ya Mau Mau. Walikuwa na mahakama hawa.
So that information is available, that's why I'm talking. Ndio data hiyo ichukuliwe, hawa ambayo wamebaki wasipotelee. Ya mwisho, Your Excellency Raila Odinga, tulikuwa na wewe bunge na kuomba na kusihi, wacha serikali ifanye kazi, usirudi kwa na kuomba tu na kusihi, usirudi kwa barabara, serikali inatengenezwa. Asante. Asante sana Mheshimiwa Jane na waheshimiwa wote. Unajua ni ngumu sana kucontrol wanasiasa, lakini nashukuru Mungu kwa yote. Mheshimiwa Rais, karibu sana hapa kwetu Kinangop. Napenda nifungue maneno yangu na kusema ya kwamba tangu tulipopata uhuru, marais wote wane ambao wamekuwa, hakuna ambaye amedhihirisha jinsi ambavyo ana upendo na eneo hili letu la Nyandarua kama wewe. Wakati ulipokuwa naibu wa rais, ulionekana Kinangop, safari ambazo zimepita marais wote na manaibu ambao wamekuwa. Wakati umefanyika rais, umekuwa hapa Kinangop mara tosha. Na hivyo ni kudhihirisha ya kwamba kunayo mambo ambayo unataka kuona ya kwamba Nyandarua hii yetu ambayo imebaki nyuma miaka yote, ya kwamba kuanzia sasa kuendelea kutapatikana nuru. Muhula uliopita, rais ambaye amestaafu alisema ya kwamba yeye ni gavana namba 1, lakini hakuipatikana hapa Nyandarua. Sasa tunakuomba kwa heshima, kubali kuwa our county governor number 1. Mheshimiwa badilisha atakubali kuwa namba 2, ili eneo hili letu ambalo limekuwa marginalized for a long time tuweze kupata haki yetu. Huyu Dedan Kimathi na mke wake ni mashujaa wetu, ni wale ambao walikuwa wamebaki na wachache wengine ambao wamebaki hapa. Tugaliomba kwa heshima, kwa sababu ni wengi ambao walisafiri kutoka Nyeri, wengine wakatoka Murang'a na wengineko wakaja kuseto hapa. Tafadhali, kwa sababu wako na watoto na waliumia sana, hawakupata haki yao baada ya kupigania uhuru. Tafadhali, kwa hiari yako rais wetu, tafadhali hakikisha kwamba wamepata haki yao. Jambo la pili na la mwisho, kwa sababu sitaki kusema mengi, rais wetu, vijana hapa kwetu wamemalizwa na pombe haramu ambao hatujui huwa inatoka wapi. Tunaomba uangalie idara ya polisi, kwa sababu wengine hushiriki na wenye kutengeza hizi pombe haramu, ili ya kwamba wale ambao ni wametepetea kazini either waachichwe kazi ama wapatiwe onyo, ili ya kwamba pombe hizi zimalizwe katika eneo hili letu. La mwisho, Your Excellency, la mwisho kabisa, Your Excellency, Mheshimiwa Gavana, tafadhali dakika moja tu. Kuna shida ya uchumi, ni kweli, na najua bidii ambayo umeweka to make sure that the economy comes back to performance, and we have given you every of our support, and we're going to give you that support. My appeal to the opposition leader Raila Amolo Odinga, because you're here today, kindly let us give the president time, kwa sababu mambo ni mengi ambayo yameahidiwa. Na mimi ni msomi wa Biblia, na nimesoma kuna ahadi nyingi sana katika Biblia ambazo Mungu ametuahidi, na ni Mungu wa mbinguni mweza yote, lakini pia yeye Mungu wetu hajatimiza yote, anatimiza pole pole. Rais wetu, kuwa na nguvu na ujue ya kwamba we are behind you, not because we're not going to oversight your government, but because we're there to give you every support to make sure that you perform and to make sure that you better this country, because I know you have every intent kupeleka nchi yetu mbele. Sisi tumesema kama wana Kinangop na wana Nyandarua, hatutaweka sufuria kwa kichwa, tutakuja na vipakapu kwako, ili tuombe maendeleo ambayo tunaomba leo. Na nashukuru Mungu sana, wale ambao wanaongoza kazi hiyo ya kuweka sufuria kwa vichwa wako hapa wananisikia siku ya leo. Na ni vizuri tuseme ukweli, kwa sababu hakuna haki. Shida ikitokea kule Nairobi, sisi ni wakulima, tunapeleka mali yetu kule kuuza.
Tukipata kiongozi wa kutoka eneo hili letu la Nyandarua ndiye anaongoza maandamano, inatuumiza kwa sababu anatuharibia biashara zetu. Ni kweli si kweli? Kwa hivyo kwa kunyenyekea, mimi naomba katika siku hii tunapomlaza mama wetu shujaa wa uhuru, wale ambao kabisa wameingiwa na huyo roho mbaya wa kusema ya kwamba kwa sababu kuliahidiwa lazima itendeke leo, tujue ya kwamba ahadi hutimia pole pole. Tumpatie rais wetu nafasi, na kwa sababu sasa ametoa jopo la hili ambalo linaitwa la bipartisan approach to every issue that are there, wacha tukubali tukae kwa meza, tusemezane yale ambayo yanastahili kulainishwe yalainishwe. Kwa hayo mengi, Mheshimiwa Rais, from where I sit and the people of Kinangop and Nyandarua at large, we give you 100% support and we are going to work with you to make sure that your government performs. Asanteni sana. Haya, tupigie wabunge wetu makofi. Asanteni sana wabunge wetu kwa sababu ya mawaidha ambao mmetoa, na nafikiri wananchi wamesikia. Sasa nataka nimwalike seneta wa Nyandarua aseme jambo. Asanteni sana. Your Excellency the President of the Republic of Kenya, kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya. Siku hizi nimeelezwa Your Excellency umepata jina mpya. Siku hizi nimeambiwa unaitwa baba wa taifa. Watu wote wako hapa, wewe ndiye baba yao. Baba wa taifa William Samoei Ruto. Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Na viongozi walio hapa, Prime Minister Musalia Mudavadi, Prime Minister wetu wa zamani Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, hata Secretary General wa zamani wa Jubilee namuona hapa Jeremiah Kioni. Your Excellency sir, nataka na familia yote ya mama Mukami Kimathi. Your Excellency sir, mimi nataka kwanza kabisa nitoe risala zangu la rambirambi kwa familia hii ya mama Mukami. Mama mwenyewe nilimjua kwa sababu nimekuja hapa mara nyingi sana. Na Your Excellency sir, nataka nikushukuru sana kwa niaba ya watu hapa Jambini na kwa niaba ya familia ya mama Mukami. Thank you very much kwa sababu umempatia mama yetu heshima. Thank you very much kwa sababu ya kupatia mama yetu heshima ambayo inafaa. Thank you very much for making her funeral a state funeral. Thank you very much for honoring the people of Jambini. Thank you very much for honoring the people of Nyandarua. Thank you very much for honoring our matriarch. Your Excellency, sasa watu wamesema maneno mengi na mimi sitaki nizungumze maneno mengi. Kwanza kabisa Your Excellency, nataka nikuombe kwa heshima kubwa. Mimi ndio nili insist sana, iko uwanja iko hapa ya ndege, mimi nika insist uanguke huko Jambini town. Kwa sababu nilitaka tupita nayo ile barabara inatoka Jambini ije mpaka hapa. Ndio uone ile barabara yenye inakuja kwa Kimathi hakuna lami, na ile barabara ni barabara ya national government. Kwa hivyo Your Excellency sir, tunakuomba kwa heshima kubwa, ile barabara yetu ikipata lami tutashukuru sana. Na kazi hiyo kwa sababu ni kazi ngumu, nataka nikusaidie. Wewe ufanye nusu na mimi nifanye nusu. Wewe kazi yako Your Excellency itakuwa ni wewe utafute pesa ya hiyo barabara na mimi nikutafutie jina ya hiyo barabara. Kwa hivyo barabara yenyewe tutakuwa tunaita Kimathi Road, na wewe uweke pesa na mambo yote iende sawa sawa, tujenge hiyo barabara. Your Excellency saa Mau wako hapa. Na unajua Your Excellency tulikuwa na program ilikuwa inaitwa barabara za Mau Road. Iko barabara yetu moja na unajua ilikwama. Barabara ya kutoka mahali panaitwa Donyonjeru kwenda mpaka mahali panaitwa Ihithe. Your Excellency sasa tunakuomba sana utusaidie kwa hiyo barabara ya Donyonjeru kwenda Ihithe. Na kwa sababu najua kazi yako ni mingi, pia hiyo mimi nataka nikusaidie. Wewe ufanye nusu na mimi nifanye nusu. Kwa sababu Your Excellency unajua ile barabara ilikwama kwa sababu ya shida ya wanyama huko msituni. Na mimi siku hizi mimi nimekuwa mtu mkubwa. Mimi ni chairman ya kamati ya maji, mashamba, misitu, mazingira na wanyama. Kwa hivyo tunafanya hiyo kazi nusu nusu. Wewe tafuta pesa ya barabara na mimi niongee na wanyama huko msituni, barabara ijengwe. Wewe ufanye nusu yako na mimi nifanye nusu yangu, na mimi kuanzia Monday mimi naingia huko, mimi naongea na wanyama. Unajua mimi ni chairman yao, mimi najua vile mimi nazungumza na hawa. Ndugu Your Excellency sir, hapa mahali umesimama, hapa mahali umekaa. Na sitaki nisahau mama Wanjiku wa Muhia alitoa rambirambi zake. Mheshimiwa Mama Faith wa Elimu Gitawa alitoa rambirambi zake, na Mheshimiwa Michael Mwangi Muchira pia alitoa rambirambi zake. Hapa mahali umekaa Your Excellency, ile sababu inafanya usikie baridi ni kwa sababu hapa
ndio kuna damu inaitwa Sasumwa. Na damu inaitwa Sasumwa inapatiana watu ya Nairobi maji. Na sisi hatuna shida na watu ya Nairobi kupata maji. Shida kidogo tuko nayo ni hii. Watu ya Nairobi wanakunywa maji na watu wenye wanaangalia maji hawana maji. Na hata hatuna shida kubwa na hiyo, Your Excellency. Shida kubwa hata sio hiyo, Your Excellency. Shida kubwa ni yao watu wa Nairobi. Hiyo watu wa Nairobi wanakunywa maji, hata wanaosha nayo gari, na sisi hatuna hata ya kukunywa. Hata kama wangekuwa wanakunywa peke yake ingekuwa tunaona ni sawa sawa, lakini mpaka wanaosha gari, mpaka wanaweka kwa maua. Kwa hivyo, Your Excellency, nataka hiyo kazi tufanye na wewe. Kwa sababu kuna treaty ilitengenezwa hapo ikasema hatuwezi tengeneza intake kabla hatujatengeneza vile tutaweka maji kwa hawa watu hapa Jambini. Nataka uwatafutie watu wa Jambini hapa, hawa wenye wako hapa, uwatafutie tanki, kila mtu aweke nyumbani kwake, kila mtu aweke tanki nyumbani kwake, kila mtu aweke tanki nyumbani kwake. Na kwa sababu hiyo kazi ni ngumu sana, Your Excellency, mimi nataka ufanye nusu na mimi nifanye nusu. Wewe utafute pesa ya tank na mimi nikuletee majina ya watu wenye tunapatia tank, na mambo yote yaende sawa sawa. Ndugu Your Excellency, saa watu ya hapa Jambini, kwa sababu ya hii damu yetu iko hapa, wanapata shida kubwa ya kifua, shida kubwa ya arthritis. Na tuko na hospitali yetu nzuri sana pale inaitwa Jambini Health Center. Na Your Excellency, tunakuomba kwa heshima kubwa utusaidie katika kutengeneza hiyo hospitali yetu iwe hospitali watu wa Jambini watafurahia. Na kwa sababu hiyo kazi ya hospitali, Your Excellency, ni kazi ngumu sana. Nataka ufanye kazi nusu na mimi nifanye kazi nusu. Wewe tafuta pesa ya kutengeneza hospitali na mimi nikutafutia jina ya hospitali na mambo yote iende sawa sawa. Mwisho kabisa, Your Excellency, ama karibu na mwisho, unajua mimi na wewe tunaenda kanisa moja. Mimi naenda kanisa ya IC, wewe unaenda kanisa ya IC. Wahubiri wako hapa na wanatuhubiria maneno mzuri sana. Your Excellency, nimesikia kwa wahubiri hawa, mtu mwenye anaahidi watu kitu na akosa kutimiza, akifika mbinguni atakwama, hata kubalishwa kuingia. Na mimi sitaki siku moja tukifika huko uniuliza kwa nini mimi nakwamishwa kwa sababu ya kitu niliahidi na sijafanya. Iko barabara yetu inaitwa Kinamba kwenda Karangadha kwenda kwa haraka. Hiyo, Your Excellency, kwanza mimi ni lazima nitetee hiyo kwa sababu hata mimi umeniingiza kwa hiyo mtego. Uliniambia hata mimi niseme tutajenga. Na mimi mwenyewe sijui mahali ya pesa hiyo mahali itatoka. Kwa hivyo kwa sababu nimekusaidia kazi mingi, hiyo wewe jua vile utangangana nayo, tupate barabara pale, ndio tukifika mbinguni mimi na wewe tusifungiwe nje kwa sababu tuliahidia watu ya hapa. Karibu na mwisho, Your Excellency. Karibu na mwisho, Your Excellency. Kwa sababu kuna maneno mengi tumeomba. Mimi nataka niwaombe msamaha. Mimi sasa ni msamaha nataka kuomba. Nataka nikuombe msamaha wewe, na nimuombe naibu wa rais msamaha, na nimuombe Mheshimiwa Raila Odinga msamaha. Tunataka kuomba msamaha, mimi mwenyewe niombe msamaha sana. Munisamehe sana kwa sababu nimesikia iko kitu mmekuwa mkitafuta huko Nairobi, na hiyo kitu mmekuwa mkitafuta Nairobi mimi ndio niko naye. Mpaka nikasikia mlifanya mpaka maandamano huko Nairobi mkaribu mali ya watu. Mlikitafuta kitu ilikuwa inaitwa sava na mimi ndio niko na sava. Hiyo sava mlikuwa mnatafuta huko Nairobi mimi nimeshafungua. Na Mheshimiwa Raila Odinga nimefungua ile sava na nikaona hii watu walitulima. Hii watu hawatukuwashinda. Hii watu maneno yao ni kama ndio walitushinda. Vile nimefungua hiyo sava nimeangalia, na unajua Your Excellency, sava ni kitu yenye unaangalia tu. Kimathi Primary School hapa kura ilipigwa 610. Mheshimiwa William Ruto akapata kura 588. Ule mwingine alikuwa anaitwa Wajakoya akapata kura 1. Yule mwingine alikuwa anaitwa Mwaure akapata kura 3. Kura 7 ikaharibika. Kura 10 ikapatiwa Raila Amolo Odinga. Sasa sava hapa Jambini inasema watu walitushinda. Kwa hivyo ile kitu tunaweza fanya mzuri ni kuachia nafasi waendeleze. Ile kitu mimi nataka niseme baba Raila Odinga kwa sababu watu walitulima ile ya 2022 na vile nimepima kabisa ni kama hiyo tumemaliza. Wacha tujipange na ile ya 2032 kwa sababu hii watu vile wamekaa hawawezi waachilia hii ya 2027. Hii hawawezi waacha, labda tupange ile ya 2032. Na tena vile pia naona Gachagua ameanza kujipanga, tena ya 2032 inaweza haribika pia. Sijui tujipange na ile ya 2042. Na tena vile akina Medhu ameanza kuja tena ya 2042 inaweza kuwa maneno ngumu. Kwa hivyo mimi nasema kwa heshima kubwa tuwapatie nafasi viongozi wetu wafanye kazi, na mwisho kabisa adoitwa nyada rodi mushokerie gatho ni undu wa kuhe kanyaga kumutugata ta senator wanyu mane mwajikire wega ni kundwa senator wanyu na ni 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 mwajikire wega Ngai witũ mũrathime mũno ati mane nie njikaranĩtie hana mũthamaki mane mwajikire wega Ngai amũrathime mũno.
Your Excellency, ile kitu mimi nilikuwa naambia hawa nichunge polepole kwa sababu ni rafiki yangu, wasinitoe kwa kiti 2027, niendelee hivyo polepole, nijipange kwa ile serikali ya 2032. Najua mimi nakuwa waziri wa internal security. Kwa hivyo mtu anapanga maandamano apange mbele ya huko 2032. Nitakuwa maneno mbaya sana kwa sababu hiyo wakati mimi nitakuwa in charge. Asanteni sana na Ngai witu amurathime. Asanti Senator. Tunaendelea. Sijui kama kuna senator walikuwa miongoni mwetu. Hakuna. Sawa. Speaker huko hapo. Ulikuwa Sheri. Salimia dakika moja. 1 minute. Your Excellency, the President, Your Excellency, Deputy President, the Prime CS, all the CS, the Honorable Senator, members of Parliament, Honorable members of the County Assembly of Nyandarua. God is good all the time. Your Excellency, I only have 2 issues. Number one, I wish to thank you in a special way because of the support you have given us towards formulation of the alcohol bills. It is through your Deputy President that we have been facilitated. Illicit brew imekuwa ikisumbua watu sana hapa Nyandarua. Lakini kupitia your Deputy President alitufacilitate all the counties in this region, and that bill is in its last stage. Second, we have one appeal as county governments. One of the role of the county government is oversight of the executive. It is becoming extremely hard to oversee the executive without financial autonomy for the assembly. We made a plea, and again through your deputy, we have been assisted. We are pleading the same to be fast-tracked. Otherwise, God bless you. Asante sana. Mungu awabariki. Na pia natuma rabirabi zangu kwa hii familia ya Kimathi. Thank you, Your Excellency. Haya, kwa wale deputy governors na governors ambao wako hapa, tutapatia governor moja aongee kwa niaba ya hawa. Sasa wale deputy governors mko hapa, simameni. Haya, huyu anaitwa Bwana Madhara Mwangi, ndio deputy governor wa Nyandarua, apigiwe makofi. Bwana Mushiri, deputy governor wa Nairobi, apigiwe makofi. Sasa Governor Kahiga, unaweza sasa kuongea kwa niaba ya magovernors wote, na bora usikrem ati Kimathi alitoka huko. Kimathi ndio hapa. Asante sana Governor Badilisha wa Nyandarua. Kama ulivyosema ni ukweli, Kimathi alitoka Nyeri. Your Excellency the President, Daktari William Samoei Ruto, your deputy, mtoto wa Maumau, Rigathi Gachagua, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, the former Prime Minister, viongozi wote walio hapa, the family of our heroine Mama Mukami, Maumau wote na wananchi hamjambo. Leo hii nimekuja kutoka nchi ya Maumau kule mnajua Nyeri, na nimekuja ndio niweze kuleta rambirambi zangu kwa jamii na niweze kuja kushirikiana nanyi siku ya leo ambao ni siku ya maana sana katika taifa hili, tunapomkumbusha na kumpumzisha shujaa wetu. Niseme kwa siku nyingi tumekosa kumpa nafasi anayostahili Elos Mukami kwa sababu by her own speak about Mukami tunaongeza, but fighter, a warrior, yeye mwenyewe. Tujue kwamba katika taifa hili kuna barabara ambazo zina jina la Dedan Kimathi, kuna shule ambazo zina jina la Dedan Kimathi, lakini hatuna shule hata moja iliyoitwa Mama Elos Mukami. Hatuna barabara iliyoitwa Elos Mukami, na leo ninataka kuwa mtetezi wake.
si kule Nyeri tutaweza kufanya hiyo kazi, na tunaomba serikali kuu, kwa sababu mko hapa, Rais, let us name a road in honor of Elos Mukami. Number 2, Your Excellency, as we sit here, tunapoenda kupumzisha hawa, nataka niongea kidogo juu ya Nyeri na Maumau in general. Katika county ya Nyeri tuko na colonial villages 218, Your Excellency, mahali ambao hawa mashujaa wanaishi. Wengi wamezungumza juu ya titles, mimi mmoja nilizaliwa in one, na mahali nilizaliwa, Your Excellency, belonged to my grandmother, na yeye alinyang'anywa na akafukuzwa, tukaenda kurandaranda huko kutafuta mahali ya kuishi. Ni vizuri kwa sababu serikali nyingi zimekuja, na serikali hizi zimekuwa viziwi. Ni vizuri tuseme hapa, hazisikii kilio cha Maumau. Na tukiwaangalia nyinyi mkiwa na Rigathi Gachagua, tunaona dalili kwamba nyinyi mnaweza kutusikiliza. With 10-20 billion we can buy land and provide for these people. Kwa sababu hao watu Maumau walienda kichakani kwa vitu viwili. They went to fight for freedom and land. Freedom tumepata, wapi ardhi? Wengine wanazikwa katika kaburi za public cemeteries wakiwa hapa. It is important for us to have affirmative action, tutoe pesa kidogo, tununue shamba, tupatie hawa watu na wako na rekodi zao. Your Excellency, serikali yangu miaka 2 iliyopita tuliweza kujenga mnara, the statue of Kimathi. Nikajaribu kutafuta rais, nikajaribu kutumia hata prime minister hapa wetu, walete rais to come and atufungulie ule mnara. Mpaka sasa haujafunguliwa. Mahali ambapo MP Tetu anasema tukajenge a museum. Ninataka nikuombe leo katika mkutano huu, wakati tunaenda kumlaza Elos, mkiwa na Deputy President, muje we launch that statue of Kimathi, as we also think about the museum or about the Mau Mau. Your Excellency, I want to thank you because you and Rigathi Gachagua, every time the family has reached out to me, mimi hukutumia message, hutumia message, and you react, you come and support them. This is what we want. Lakini tunapozungumza hapa, Your Excellency, we have not forgotten Koitalel Arap Samoei. We have not forgotten Mekatilili wa Menza ambaye yuko kule chini. Tunapong'ang'ana kutafutia hawa wananchi wa Nyeri na hawa Maumau, tunapowatafutia angalau a grave, because that is key. Let us also remember those others ambao walinyanyaswa. Now, why did we go for, kwa nini tulipigania uhuru? Ndio tuweze kujitawala kama Waafrika. Na tunapojitawala kama Afrika, it is so that we can be in charge of our destiny. Today as we sit here, as we come to, tunapompumzisha kiongozi huyu wetu, tunataka tuambie jamii, Mungu awe nanyi. And please, we want to say this. Serikali zilizoko ni zenu. Serikali ya Nyeri, serikali ya Kiari Badilisha, serikali ya William Ruto, reach out. Tusiwe tunasikia kila siku tukija hapa, watoto wa Kimathi hawana kazi, wa Njogo hawana hiki na kile. Reach out and make noise, and others too. So I want to take this opportunity to thank all of you. Sisi watu wa Nyeri tumempoteza mama ambaye tulimpenda, na niwaambie mashujaa wote wa Maumau, please do not give up. Tusife moyo, tuko na serikali ambayo itatusikiliza na mambo yetu yatakuwa mazuri. May God bless you. Thank you very much. Naendelea vizuri, Your Excellency. Sasa nataka tu kusema kwamba yes, tulikuwa na adui alikuwa anaitwa wale wabeberu, tulifukuza. Kwa wakati huu tuko na adui mwingine ambaye anaitwa climate change na food insecurity. Na mimi naona kupitia serikali yako Rais, ni kama wewe umekuwa sasa shujaa ya kuongoza sisi wote kama Maumau wakulima. Sisi ni kama Maumau wa kupigania nini? Food security.
na ndio tumesema wakati huu kunanyesha na vile unatusaidia kupata fertilizer na mengine, sasa tupigane na adui hao wawili, food insecurity na climate change. Na rais ameongoza, amesema tupande miti 15 billion kufika 2032, na tuko tayari kufanya hivyo, rais ukituongoza, ili tunapomalizana na wazungu alienda, kuna adui ingine anatunyemelea, yeye pia tupigane na yeye. Kwa wakati huu nataka nimkaribishe former Prime Minister Raila Amolo Odinga ili naye akuje atoe rambirambi lake. Karibu former Prime Minister. Haya. Rafiki yangu Mheshimiwa William Samoei Ruto, waombolezaji wote ambao wamefika siku ya leo, Muriega Ringi, tumekuja kwa hafla muhimu zaidi, hafla ya kusindikiza mama wetu Maitu Mukami Kimathi. Ndio sababu nimekuja. Kabla sijaendelea mbele, nataka nitambulie wale ambao nimekuja nao hapa. Niko hapa na Bwana Jeremiah Kioni, Secretary General ya Jubilee Party. Niko vile vile na aliyekuwa gavana wa Murang'a, Bwana Mwangi wa Iria. Pande lingine niko vile vile hapa, sijui mzee Gitu Kaengeri alimetambuliwa. Gitu Kaengeri ambaye ndio ni mwenyekiti wa veterans wa Mau Mau. Vile vile tuko hapa na kijana kutoka hapa anaitwa Maina Njenga. Sasa siku ya leo ni siku muhimu sana. Nataka kutoa shukrani kwa serikali kwa kutambua mama na kusema hii hafla itakuwa hafla ya kitaifa. Lakini nataka kuwakosoa. Bwana Gachagua alisema it is a national funeral, lakini bendera haikuwekwa nusu mlingoti. The flag must be flown at half past if it's a national funeral. Pili, mama huyu alikuwa anawasia, alisema angependa siku ambayo anazikwa hapa ili mzoga ya mwili ya bwana yake itolewe kule Kamiti prison, iletwe hapa izike pamoja na yeye hapo kando yake. Hiyo ni wish yake ambayo ingawaje hajafanyika hapa. Mimi nataka kuambia waangalie hiyo maneno ifanyike. Na leta risala ya rambirambi ya rais aliyestaafu Uhuru Muigai Kenyatta, ya Kalonzo Musyoka, Mama Martha Karua, wote wameleta risala ya rambirambi. Huyu mama ni rafiki yangu. Ukiona katika hiyo kitabu mko naye hapa, utaona picha hii ambayo tumepiga na yeye moja yao. Hiyo picha ilipigwa katika boma hii. Nimekuwa boma hii sio mara moja. Evelyn yuko hapa, anajua mambo hayo. Vile vile tumekuwa naye mpaka kule pale ambaye Kimathi alishikwa, pale alipigwa risasi. Tumeenda naye pale ambapo jamaa wanasema nataka iwe museum pamoja na yeye. Nilipoenda kumwona yeye mwaka jana, alikuwa anaugua kule Korokocho.
Akaniambia mimi yeye amechoka kuishi katika nyumba ya kukodisha. Nikamwambia tunatafuta yeye nyumba. Na tukatafuta nyumba ya National Housing Corporation kule Athi River. Nilinunua yeye nyumba kule. Tulijuana na yeye miaka 28 iliyopita. Alikuja kwa ofisi yangu, akaja na mjukuu wake ambaye anakuwa anaitwa Mukami Kimathi Junior. Akaleta huyo kijana alikuwa anataka kwenda kusoma huko India. Na mimi nikamsaidia kijana akaenda India. Alipokuwa kule India alikuwa ananiandikia mimi barua mara kwa mara. Bila yeye anaendelea. Nikamwambia soma vizuri kabisa. Wewe ndio Mukami Kimathi ambayo inakuja sasa. Akasema mpaka kafuzu. Lakini bahati mbaya alipomaliza ilikuwa anatarajia kuja hapa akapata ajali huko. Ati alishika stima akachomeka na stima na akafariki. May the Lord rest his soul in eternal peace. Sasa huyu mama yeye vile imesemekana hapa alikuwa ni mpigania uhuru yeye mwenyewe. Yeye ndiye sababu yeye ni shujaa. Si sababu tunasema yeye tunamuita yeye hayati. Yeye alipigania uhuru, yeye ni Field Marshal. Field Marshal Mukami Kimathi. Yeye mwenyewe waliteswa kabisa na wabeberu. Hao walijitenda msituni. Kulikuwa na inajulikana. Uhuru kwanza na juhudi ya Mau. Kuna wengine ambao wako ni msituni ambao walipigana, wengine katika vyama vya ufanyikazi, wengine katika vyama vya siasa, katika bunge na kadhalika. Juhudi haya yote ilileta uhuru katika taifa letu. Lakini vile wengine wamesema hapa Mau ambao walipigana muziki, wale makaragosi ambao walikuwa na ramba matako ya mzungu, hata mashamba, wale ambao walikuwa na home guards and loyalists ya mzungu. Sasa wakati imewadia ya kukumbuka hao watu. Kwanza tulipokuwa kwa serikali na Bwana Kibaki tukakubaliana kwamba Mau itolewe kwenye orodha ya ile vyama ambavyo vinaitwa terrorist organizations. Ndio sisi tukatambua Mau kama a liberation movement wakati huo. Baadaye wakawa wao wana chama chao kiongozwa na mzee Gitu wa Kaingeri huyu. Serikali ya Kiingereza wakaajiri mawakili, wakashtaki serikali ya Uingereza katika mahakama kuu ya Uingereza for the compensation ya Mau. Lakini sasa kesi ilikuwa inaendelea, gharama ilikuwa juu, wakaja kwangu. Na mimi nikaenda kama waziri mkuu Uingereza. Nikaongea na waziri mkuu wakati yule David Cameron katika Downing Street. Nikamweleza ya kwamba hao watu walipigania uhuru, waliteswa, waliwekwa kwenye detention na kadhalika. Wanataka ridhaa. Tukamshauriana na yeye alikuwa ni mtu mungwana akakubali. Tukakubaliana na out of court settlement kama mambo ya Mau. Kalipa shilingi bilioni 2. Tena wakakubali kujenga monument ya ukumbusho ya Mau. Hiyo monument walileta pesa, wakajiri kandarasi, na mimi mwenyewe nilienda pale Uhuru Park, Freedom Corner. Tukajenga pale monument ya kukumbuka Mau. Kwa sababu kwa msaada ya serikali ya Uingereza.
tunasema shukrani. Sasa huyu mama amefanya yake. Mama walienda katika msituni, walikuwa na sababu. Mambo ya vita iko mara mbili. There is two types of violence. Bwana Mandela, Nelson Mandela alikuwa kule mahakamani ya Afrika Kusini. Alipokuwa anajitetea katika mahakama ya Rivonia, alisema, mimi sipendi mambo ya fujo. I detest violence. Because violence begets violence. There are two types of violence. There's what you call oppressive violence. That the violence which the system uses against the people. And then there's another type of violence that is called defensive violence. That is violence which people use to defend themselves against oppression. The two are not equal. When the police disperse innocent citizens who are demonstrating, that is called oppressive violence. When the people defend themselves, that is called defensive violence. The two are not the same. We have said our country, this Mau use violence to defend our country. And in doing so, our country attained independence. We must therefore create a lasting system that will ensure that we never get back again in a situation where people are going to be oppressed. We must create a society that is understanding and caring. We must not look at each other as enemies. We must also deal with this issue called ethnicity or tribalism. When the Kenyans were fighting for independence, there was no tribalism. People were all united as one people. Mau were detained in Hola, in Manyani, and several islands on Lake Victoria. There's an island of Lake Victoria called Oyamo Island and Mageta. Kina Waruru Kanja walifungwa huko. Walikuwa wanatolewa asubuhi, wanaletwa kufanya kazi kwa barabara, jioni wanarudishwa huko. Lakini siku nyingine hao Mau maana yake walikuwa wanateswa na mzungu mmoja hapo, alikuwa anaitwa Kamongo. Walimpiga huyo bwana Kamongo mpaka umua. Sasa serikali ikaleta maaskari wanatafuta hao watu huku kwetu. Ndege ilikuja. Alafu nasema katika redio ati Mkikuyu, Mberu na Mwembu ni watu hatari. Ukiona mmoja kuja karibu, piga ripoti kwa polisi mara moja. Hii ilikuwa poroja ya wabeberu. Lakini wale wapigania uhuru waliwaambia wananchi ya kwamba Wakikuyu ni watu wetu. Walisaidiwa mpaka wakapita, mpaka waingie kule Uganda wakaenda. Wakati huo kulikuwa hakuna ubaguzi. Wakenya wote waliungana pamoja kama kitu kimoja. Jaramogi alienda katika bunge. Sema, Mr. Speaker, Jomo Kenyatta and all those who were detained with him were and are the true leaders of our country. And their continued detention by the colonial government offends people. Wakati huo, wengine ambao walikuwa bunge walimkanusha Jaramogi. Wakasema ati those people were leaders at that time, but were not elected by the we are now the candidates. Lakini Jaramogi alisimama imara. Wakenya wakaungana pamoja.
Watu wa Murang'a wakasema, Jaramogi amesema ukweli. Eldoret wakasema ukweli. Mombasa wakasema ukweli. Ndio kaanza mambo yanaitwa Uhuru na Kenyatta. Mpaka uhuru ikapatikana. Uhuru wa Kenya ilikuja kwa sababu ya umoja ya Wakenya. And we want Kenyans to continue to remain united. And Kenyans will be united, we must also speak truth to power. Mwambia truth to power. Hapana tishwa, hapana ogopa. Unaogopa nini? Lakini unaogopa. Kwa hivyo sisi kama wanaazimio, si waendawazimu. Sisi si waendawazimu. Tunaweza tukuelewana. Tunaweza tukuelewana. Sivyo? Huyo bwana senator ananiambia mimi ati yeye hakuna sawa, mama angalia sawa. Si nani alituma ya kile sawa. Huyu Ruto huyo nimefanya naye kazi kwa muda mrefu sana. Yeye ananijua mimi. Kwa hiyo sasa ile akipiga kelele huko mimi naangalia tu. Najua atapoa. Sisi tumesema tumetuma sasa watu wetu jopo kazi. Yeye ameleta watu yake na tumeleta watu yangu waongee. Wakuelewana sawa sawa. Lakini sasa mimi naambia hiyo kweli. Gharama ya maisha imepanda. Hapana leta ushuru mingi zaidi. Hapana ni weko tena mzigo mwingine juu yake. Punda imechoka. Jamaa hawaambii wewe. Mimi naweza kuambia wewe tu. Punda imechoka. Tutaongea wakati mwingine. Asanteni sana. Mungu awabariki mama kwa. Asante sana former Prime Minister kwa sababu ya mazungumzo yako. Wakati huu nataka muniletee huyo mzee Maumau mmoja ili tusitoke hapa pia tunajisikia sauti hiyo ya Maumau, na kimaliza kuna mtu mmoja tu atatuwekea kawimbo alafu tuarike Prime Minister, waziri mkuu aendeshe program. Kwa hivyo huyu mzee anakuja hapa, alikuwa msituni na anaitwa Brigadier Kifoko. Karibishe kwa makofi. Jigua. Mwathani agocwo. Thai. Thai. Thayo. Thayo. Thengio nĩ ũndũ wa mũthenya ũyũ wa kinya, tondũ Ngai nĩ augĩte mũthenya ũyũ ũkorwo wĩho. Nĩ njiguaga kĩeha mũno ndanoka mũciĩ ũyũ, ndanarara kuo. Nĩ mũkũigua Gĩkũyũ? Kanjĩrie Gĩthweri? Gĩkũyũ? Nĩ mwetĩkĩra ũguo? Ndanarara mũciĩ ũyũ na twanarie na mama na ananjĩra na nidanamwĩra yule mtu ambao anakaa karibu na ile mtu hapa anajua Kikuyu
amweleze kwa Gikuyu. Sasa nitaongea kwa Gikuyu. Mũtitũ ũrĩa mũrona ũrĩa niĩ njikarĩte mĩaka 6 itarĩ ndehumba nguo, itarĩ ndacenjia nguo, itarĩ ndethamba. Ndatigire mũtumia wakwa ena nda ya mĩeri 2. Kana karĩa aciarire nĩ kũrĩa gathire. Rĩu ũhoro wa gũthaka na ũhoro nĩ kĩndũ kĩritũ. Na ũhoro wa mau nĩ mũritũ. Mama ũyũ anjĩraga atĩrĩ, na nĩ gũcokera hau, kĩboko uga areka moko ũndũ wayo. Reke tũthikũrie uga kĩboko Kimathi athikũrio ĩ, ndige ndamũthika ngĩthiĩ kwa Ngai. Rĩu nĩ athiĩ. Tondũ nĩ athiĩ rĩ, nĩ amũthika makamu wa rais na rais nĩ ngũmũhoya ihoya. Mũtumia ũyũ agĩrirwo nĩ kamĩtĩ, ndohetwo mĩaka 9, agĩtwarwo njera ĩrĩa atumia, akegaĩrwo nĩ Kimathi. Agĩtũria atĩrĩrĩ, mũkwenda ngere Kimathi atĩa? Niĩ mũmwĩre atĩrĩrĩ, anga nĩ egũitwo aitwo, nĩtũkonanĩra igũrũ kwa Ngai. Na tondũ akĩnyitwo marĩ na ndung'u wa ithungĩru wa kũrĩa Gĩcĩra, athiĩ nĩararire, anjĩraga atĩrĩrĩ, Kimathi amuona arũgire, akĩmwĩra ndetĩkĩre nyina wa Ciũri nduĩke igongona rĩa bũrũri ũyũ, nduĩke kagondu ka bũrũri ũyũ, no ũrĩa ũkendia tĩri tondũ nĩguo atũma ngue, age kũgũra arorĩo nĩguo. Nĩkĩona mũndũ endia mũgũnda, angĩaga kũgũra akaimba mwĩrĩ. Nĩokire agĩitwo ũtukũ, thaa 3 cia ũtukũ, tondũ Kameme kang'ora karĩrire thaa 3 cia ũtukũ. Karĩkia kũrĩra rĩ, thaa 7 tũkiuga nĩ gakira, agĩitwo. Tondũ niĩ ndahonokire hanini gũitwo, nĩnjũĩ ũrĩa mũndũ aitagwo, ũrĩa aitagwo hĩndĩ ĩyo. Rũcinĩ nĩarehirwo nĩ athũngwana mena mĩcinga. Nĩtwahũrĩte nguo thĩgĩngĩ-inĩ, twagĩtigwo njaga. Mũthũngũ ũrĩa amũrehe kĩarĩho gĩtagwo komokomo, kĩaumĩte kũrĩa Nyĩrĩ, Kĩng'ong'o. Gĩtwĩra atĩrĩrĩ, ile mtu ambao unajua ni maumau Kimathi raka, tukirigwa rauga atĩa, agĩcokera rĩngĩ, tukĩoya mĩrĩngĩti tukiuma nja, twĩkora Ciũria ya ohetwo moko guo wonaga. Gĩthũngũ kĩu kĩaumĩte Kĩng'ong'o gĩgĩtũrĩ, tondũ kamĩtĩ kwenjetwo irima kĩmũtaro kĩnene mũno, we woka ũgaikio hau thĩinĩ, kaumĩrwo gatĩri kanyinyi, kĩu gatĩri-inĩ kau tũgũthiĩ kewika. Akiuga pana, wega kama watu, tukimwĩra aca, mũndũ wa Ndũiga akĩmwĩra tũgũthiĩ kewika, tagĩthikwo na mũndũ ũngĩ, kama nakataa mitalete watoto yangu rehe. Agĩta kuruti cia njera, thigari cia njera,
igioka igitwira kueni haraka sana tukirega ndari na mĩtĩ ta ĩno niĩ ndathĩtwo rithathi 3 aiti mũrimũ rĩanda ndathiaga na mĩtĩ no yarĩa ti ya cuma yarĩ mĩtĩ ta ĩno agĩtwĩra mĩtarĩtwo watoto yangu tukimwĩra rehe nĩmũranjigua mũno haro ĩkĩambĩrĩria mabuthu nao matiarĩ mau ndĩrĩ guoya ona ũmũthĩ tiga ciana citũ ikĩgĩa guoya angorwo nĩ ithuĩ tũmaciarĩte mau ndĩrĩ guoya ona mona agĩthiĩ na mĩtĩ ta ĩno bara tũkĩambĩrĩria haro tũkĩrũa mĩtĩ yakwe kĩohe kiunagwo nĩ anake na tondũ nĩohe magũrũ-rĩ matingĩhota gũthiĩ ũguo marugaga kũrũga ũguo gathũngũ getagwo Tana gagĩũka gagĩtuĩ sauri gani twĩkaga twende gũthikwo mũndũ we wika o ũguo tu mũtikarue rĩngĩ ege ndĩmũrehe matoki na gĩciko ndirikanaga ũhoro ũcio ngaigua ngoro yakwa ũru tũkĩreherwo matoki na gĩciko tũkĩenja irima rĩa waciũ na nĩ ndũire njugaga ona redio-inĩ angorwo nĩ iriku mũno biũ nĩ biti 4.5 ũguo ndanauga Wanjũgũ anaigua ngiuga ũguo angorwo nĩ iriku irima rĩu nĩ buti 2.5 nĩ biti 4.5 rĩu-rĩ ingĩhoya rais witũ ningikuomba tafadhali upatie watu ya Mau ukiwa na makamu wako. Siwezi kuingia hapo ndani sana, ningekuomba upatie Mau kazi kidogo tu kama miezi miwili, watoe mzee, maana wanajua mimi ndio mmoja nilimuweka, na kuna wengine hata iko hapo ndani, hata iko askari moja niliuliza juzi, alikuwa kamiti, unakumbuka? Akaniambia ndio. Kwa hivyo ningekuomba rais, tafadhali upatie Mau uhuru kidogo, miezi miwili tu, watoe mzee afunguliwe nini mapingu na mguu, maana akiwa anafungwa namna hiyo hata Mau fungu, si ndio? Si ndio? Thank you. Asante sana bwana Nyandarua kwa kupatia bahati hiyo, maana nasumbua kichwa yangu zaidi, na ndikucokeria gavana wa Nyandarua alikuwa mbere, ndamwĩrire kwĩna andũ mena rithathi mwĩrĩ itarĩ ciarutwo, aramarutithia marĩa andũ 40 marĩa andũ 12. Nĩnjĩrĩte gavana ũyũ Nyandarua kũrĩ majenero 10 arĩa atigaru, acio angĩ nĩ akuũ. Ũmwe nĩ ũrĩa wĩ harĩa ahũraga biringani, tokĩra awa ũrĩa mũrona nĩwe General Kĩambati, na gũtigarĩte Kĩambati na mũraya wa Buthia ũrĩa watũmagwo nĩ Kimathi, akerwo ũthiĩ kambĩna, ũthiĩ uge nĩgoka mũthenya mũna, aheire
ya general Yorio ni Kimathi ni ki tondu ngwenda kurua na general ndaruaga nĩ kuuga ugaga rwai akĩheo gĩcunjĩ kĩarĩ kĩirũ kĩarĩ na Kimathi tũkĩheo muma wa kĩndũ na kĩngĩ ndiũĩ kana mũthigari wake gũkũ gwĩtwo Agoco Kahuria ndaka wĩkuo atinoka rĩu rĩ niĩ ti ũndũ ngwenda kuongera tondũ rais angĩtĩkĩra ahe mau tu mĩeri ĩrĩ tu tũheo free Kimathi ndangĩrara irima na ndangĩkorwo na maũndũ macio nĩtũkũruta ndahota kũrĩra ingĩaria mũno thank you Tigoi na wega nafikiri hiyo ilikuwa historia fupi ya mzee. Anasema alikaa msituni miaka 6 bila kubadilisha nguo, bila kuoga mpaka nafikiri hiyo ni mzuri, na kwa niaba ya haya, asante Brigadier. Brigadier amesema hadithi yake, na kweli hiyo ni hadithi inaguza, na serikali iko hapa, serikali yote iko hapa, na ninajua ombi hiyo wamesema ati wakipewa miezi 2 waende hapo, huenda labda kuna mambo mazuri itafanyika. Kwa hivyo rais, tunaomba hata kupitia kwa naibu wa rais, hawa watu walikuwa wameniomba kwamba wangependa siku moja wakuje wale Maumau, mkae nao chini, hata hii historia msikia hata wenyewe, kwa sababu hapa hatuna nafasi. Unaona tunamharakisha kidogo, lakini ningeomba tu Maumau wale wamesalia waweze kuitwa kikao na wakae chini na rais kama baba yao, si ndio? Na wao kama wazazi wetu wamwambie hii mambo yote wanasema hapo. Si hapo ni mzuri? Maumau hapo ni sawa? Si mngependa kuongea na rais? Unajua nyinyi ndio mlipigania uhuru, ndio sisi sasa tunakuwa governor, tunakuwa rais. Kwa wakati huu nataka kukaribisha wapi yule muimaji? Rwebo rweha. Rwebo nirwekerwo tushamure rwebo. Rwakurekereria. Wimbo moja tu tuendelee. Rimwe njũragia ngwatanĩro ya mũndũ na Ngai, nĩkĩ kĩmĩtũragia na mũndũ nĩ wa methaia, nawe ũkekua Ngai ũtũraga wĩ mũrũmu, ngoria mahota na gatĩa na mũndũ wa methaia, nĩ hinya wa mahoya ũtũmĩte hane ũguo hana, nĩ hinya wa mahoya ũkinyũkithagia ikinya, ĩraga na Ngai reka ndĩ mbere ya mũnyũthi, njũkĩria maru makwa njũkĩraga hotanĩte. Rĩmwe njũragia mau magateithĩka rĩ, aya marĩ gĩthaka makĩrũĩra wĩyathi, aya matũirie nguraro icio cia rithathi.
makuire tu bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya nĩ hinya wa mahoya ũtũmĩte nĩ ũguana nĩ hinya wa mahoya ũkinyũkithagia ikinya ndĩraga na ngagirĩka ndĩ mbere ya mũnyũmbi ngĩũkĩria maru makwa njũkĩraga hotanĩte gũtirĩ ruo rũkĩrĩte rũuma maiguire magĩcaria wĩyathi ciana ici kona gwaka no rĩu othe nĩ ahoi na ciana ciao nĩ athĩni no ũkaririkana thakame ya maithe maitũ nĩ hinya wa mahoya ũtũmĩte nĩ ona nĩ hinya wa mahoya ũkinyũkithagia ikinya ndĩraga na ngagirĩka ndĩ mbere ya mũnyũmbi ngĩũkĩria maru makwa njũkĩraga hotanĩte. Tutaendelea baadaye kidogo, wacha tupige hatua moja, lakini mkae tu tayari, mtamaliza hiyo wimbo. Ni mzuri sana, tawaambia mahali tutamalizia. Kwa wakati huu nataka sasa tukaribishe Prime Minister Musalia Mudavadi na endelee na program kutoka hapo. Nafikiri wakati tutafika hapo mbele tutamalizia hiyo wimbo. Asante. Haya, asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, Naibu wa Rais Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Raila ambaye aliyekuwa waziri mkuu, familia ya Mama Mukami na Dedan Kimathi na familia kubwa ya Mau Mau ambayo iko hapa, wachungaji, ndugu na dada ambao wamekuja kupeana heshima ya mwisho kwa Mama Mukami, hamjambo. Muriega, uhoro wanyu, asante. Mimi rais, nimeona watu wakipambana na jina langu, wananiita Moses. Sijakataa, Moses alikuwa baba yangu. Wameniita Moses Wetangula, mimi naleta rambirambi za Wetangula pia, ambaye ni spika wa bunge yetu, na tukienda mbele hata mkiniita Macharia itakuwa mzuri. Mheshimiwa Rais, neno la kwanza kabisa ni kutoa rambirambi zangu binafsi kwa wenzangu ambao wako hapa, nitawataja majina, mawaziri katika serikali, kwa familia ya Mama Mukami na kwa watu wote wa kitaifa ambao najua wanatazama hafla hii kwa runinga. Tunasema poleni na Mungu alaze roho ya mama pahali pema peponi, ili tuwe na utulivu na pia awafariji wale ambao wamebaki, wawe na hali ya kunawiri kwa maisha yao. Hapa tuko na mawaziri wawili. Kuna Mama Alice Wahome, waziri wetu wa maji, akisimama itakuwa vizuri. Nimeambiwa nitambue Mama Alice Wahome. Pia kuna waziri wa tourism na mambo ya heritage. Haya, kuna Mama Malonza, jua alisikia mambo ya museums, wakisema ameyasikia. Kwa sababu tuko na msichana wa nyumbani, wacha nimpatie dakika moja aseme kwa niaba ya mwenzake, alafu tutaendelea. Asante sana Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. Your Excellency, thank you for allowing me to say one word or two
Your Excellency, ingekuwa ni nidhamu, ingekuwa ni vibaya, kwa sababu I consider myself as one of the current democracy defenders and freedom fighters. We are burying a woman hero here, and it is important that we participate, even if in a very small way. Your Excellency, the Deputy President, all protocols observed, I want to say that I also have apologies na rabirabi za Mheshimiwa Eden Duale, na ninajua angetaka kukuja lakini amesema tukubali hiyo rabirambi. Your Excellency, I want to say two things. One, this freedom fighter was decorated with a Field Marshal title alongside her husband. That speaks a lot to the progressiveness of Kimathi, Dedan himself, Field Marshal Kimathi. Ati alikubali kuwa bibi yake wako na yeye kwa msitu wakipigania freedom. I want to commend the family of Kimathi and Mukami, because they have lived and ensured that the legacy of Kimathi is actually carried forward. Your Excellency, you are now the one in charge of the country. Before I came here, I was thinking, watu wa Nyandarua watakuitisha maji. Na nimesikia sasimua, maneno ya sasimua, maneno mingi. Hata hapa nyumbani, Your Excellency, hakukuwa na maji. Mheshimiwa His Excellency, the Deputy President, akaniamrisha, akasema, angalia what is the problem. We sorted out in a very small way, Your Excellency. That means there is demand. I want to assure the governor, because we have been in touch na leadership yetu hapa ya county ya Nyandarua, you will not come to Nairobi. We have been asked to work at the grassroots. Me, the Minister for Water, Your Excellency, and thank you very much for that honor and privilege to serve in your government. Nitakuja Nyandarua, hiyo mambo yote tuangalie, alafu tupelekee the president, pale pengine tutahitaji usaidizi wake, so that we can get support. But I know from the ministry, we have many projects, Your Excellency. I've sent you a list into your phone of the projects that are going on. I like one statement, Your Excellency, that was spoken by the former Prime Minister. He said, we must not fear. Mukami was not a coward. Not many women went to the forest. She stood out. And he said, we speak truth to the power. The Right Honorable Raila Odinga is a powerhouse also. So we must also speak truth to Raila Odinga as a powerhouse. Your Excellency, the Prime Minister, the process of elections is known by all of us. You participated in the process. You went to the Supreme Court. The results were declared. The end has come. Mimi naangalia naona hii, Your Excellency, we cannot do politics because I'm a minister in the government, and I'm also supposed to serve the former Prime Minister in the entire country where he has supporters, and even in his own home in Bondo. We must speak truth to you and say, allow this government to do its part. You have served in the government. You have served as a Prime Minister. This is the time. Hii ni wakati wa Mheshimiwa Deputy President William Ruto. You could start, yeah. The President, the wakati wa President William Ruto na wa Deputy President Rigathi Gachagua. Na wewe ni muungwana, hapo mbele tumekuserve, umekuwa kwa hiyo serikali ambaye ilitufukuza. Now this is now another government. Asante sana. I just wanted to speak the truth to the power. Na
ni Mheshimiwa Raila is Nyawana. Mheshimiwa Raila is Nyawana. Maybe he doesn't know, have not had the opportunity to tell him. My daughter is married in Bondo. Sitaki niende Bondo, nisemekane serikali hakuna. When I go to Bondo, I would want to be a free agent, like the way Raila Odinga amekuja hapa as a free agent. Wacha tuache maneno ya maandamano. Economy needs to rise. His Excellency is working very hard kurudisha uchumi kwa raini. Ukweli ni kwamba uchumi iliharibika, wengine wale tuliwacha gari ambaye ilitufukuza na ikafukuza William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya now. Asanteni sana. Thank you very much. Thank you. Pia nataka nitambue kuna Isaac Mwaura hapa. Asante sana. Kuna Beatrice Nkatha. Kuna Rehema Hassan. Aya, alafu kuna Amos Chege. Asante sana. Mheshimiwa Rais, kuna mambo hapa. Mambo. Na magavana wako hapa. Kwanza nataka niseme nakubaliana na Mheshimiwa Raila kwa mambo kadhaa. Jambo la kwanza kwamba tumekuja hapa kwa mambo muhimu zaidi. Kusindikiza Mama Mukami. Nakubaliana na yeye. Pia nakubaliana na yeye kwamba maisha ni magumu. Hiyo mtu hawezi kataa. Ni wakati ambapo maisha ni magumu kwa Wakenya wote. Na kushikia pale Mheshimiwa Alice amesema, Mheshimiwa Raila amesema ni vizuri tuongee ukweli. Tena nakubaliana na hayo. Ukweli wa kwanza, Mheshimiwa Rais, uchumi ambao wote unatuumiza kwa njia tofauti haukufika hapa kwa ghafla. Tumeingia kwa shimo hii kwa sababu kwa muda mrefu kulikuwa na mambo ambayo yalikuwa yakifanyika ambayo yametuweka pahali tulipo. Kwa mfano, tulisema kwamba vile serikali ilikuwa ikikopa hapo awali kwa njia ya kiholela holela, na mimi nilikuwa nikitaja haya maneno kwamba tunakopa kwa njia ya kiholela, tutaingia kwa shimo ambayo itatusumbua, na kutoka kwa hiyo shimo itagharimu uchungu kwa Wakenya. Niliambiwa na bweka. Ukweli wa mambo ni sasa ni lazima tujue kwamba kutoka kwa hiyo shimo lazima tutafute namna ya kupunguza vile tulikuwa tukikopa na vile tutaenda mbele ili tusiingize taifa letu kwa shimo zaidi. Na kujitoa kwa uchumi kwa hali hiyo ngumu ya kiuchumi ni lazima kama Wakenya tushirikiane, tusikizane, na ikiwa ni kukosoa, tukosoe tukienda mbele. Na ukweli wa mambo ambao ni lazima sasa tutambue ni kwamba uchaguzi uliisha mwezi wa August mwaka jana, na Wakenya walichagua Mheshimiwa William Samoei Ruto kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Hatuwezi tukabadili
Na mimi nilisikia Mheshimiwa Raila akimuita Ruto, alimuita rafiki yangu. Ni kweli ni rafiki. Na ukweli wa mambo, rafiki huyu sasa ndio amekuwa rais wa Kenya. Tuweke uchaguzi nyuma yetu, tuende mbele, tujenge taifa. Ikiwa tunataka tusikizane, tukienda mbele, tuwe na majadiliano. Na kuna kamati ambazo zimewekwa pale. Hizi kamati ama hii kamati ya bunge, tunataka isiwe kamati ambayo inaenda kuchimbua makaburi ya kisiasa. Tunataka na tungependa na Wakenya wote wangependa iwe kamati ambayo itaweka msingi kuonyesha Wakenya tunaelekea wapi na tuanze kupata suluhisho tukienda mbele. Kuna ukosefu wa kazi, gharama ya chakula imeenda juu, na kuna matatizo pia katika ulimwengu ambayo yanachangia ile shida ambayo tunapata kama Wakenya. Ni wakati, kwa kimombo wanasema, let us close ranks, na tusonge mbele, tujenge taifa letu, ili tuanze kupeana nafuu kwa wananchi wote pahali popote walipo katika taifa letu. Na tutafanya tu hivyo ikiwa tutaishi na kuamini kwamba the truth is what sets us free. Kwa hivyo wachungaji, mimi nikuasihi, muzidi kutushauri na kutuombea, so that we can reconcile ourselves with the reality of the day. And then we can move forward and we can find common solutions. That is what a decent society ought to do. That is what we ought to do. And that is what the leadership ought to do. We cannot all be in the same basket. We must criticize and correct each other, but let us do it from a position of truth and not a position of just politicking. Hiyo ndio ombi letu, na mimi nasema hivyo tukizungumza kwa mazishi ya Mama Mukami kwamba let us be one people, let us be united, and let us speak the truth. Let us not take the people on a path that will not be constructive. And to get out of the economy of this country, it is going to be a challenge. Mimi nilisema na nitarudia kwamba kufufua uchumi wa Kenya sio vile tunatengeneza kahawa asubuhi. Kufufua uchumi wa Kenya itachukua muda, lakini inahitaji tuwe na umoja katika taifa letu. Asante sana kwa kunisikiza, na ni wajibu wangu sasa kumwalika Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua naye anene na mwalike Rais wa Jamhuri ya Kenya. Kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, Waziri wetu mkuu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Waziri Mheshimiwa Raila Odinga aka Agwambo, makasisi wetu, familia ya Field Marshal Dedan Kimathi Wachuri na Mukami Kimathi, andũ a nyũmba itũ, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ngeithia iciarĩra Mwathani agocwo. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana
kwa kumpa mama huyu wetu heshima kirasmi na kukupatia Maumau na watoto wao heshima inayostahili. Mazishi ya leo inasimamiwa na kanisa na serikali na Maumau. Kwa hivyo mimi kwanza nitaongea kama mtoto ya Maumau, baadaye nitaongea kama naibu wa rais, na ikiwezekana nitaongea kama Rigiji. Wapi kijana yetu ya hapa anaitwa Kwame? Kwame kuja. Wapi Kwame? Karibia hapa. Tayarisha ile wimbo. Unajua tulianza hii mazishi, tuko na anthem yetu ya Maumau. Na sasa ndio tuingie kwa ile ratiba ya Maumau. Huyu kijana wetu atuongoze kwa ile anthem yetu. Tafadhali tusimame. Tuliamumbi Ngai mwega we mutangiri waita wamukeri magongona matwairo Ngai uri mbere tutingihotwo nithu wene nyaga Nai tuhoyaga wenani na gĩtĩo na tha nyingĩ cia wendo wa rũrĩrĩ ũiguano wa Gĩkũyũ na Mũmbi wene nyaga twakũhoya twakũhoya tukonana tuithuothe kuma Ngong'u nginya Karĩmatura hĩndĩ ĩyo kĩeha nĩgĩgathira njamba cia ita na aciari aitũ ĩkamatimũ mũrũ wa Gĩrokombo njamba cia ita ingĩrũĩra bũrũri twatigĩirwo nĩ Gĩkũyũ na Mũmbi wene nyaga twakũhoya ewe Ngai Ngai wa maithe maitũ nowe Ngai ewe Ngai Ngai nowe Ngai tuliamumbi. Thank you. Thank you. Please be seated. Asante sana. Rais wetu William Ruto, nataka kuchukua nafasi hii kwa niaba ya wale walipigania uhuru katika msitu wa Aberdare na wa Mount Kenya na watoto wao na wale wote walikufa wakipigania uhuru wa nchi hii. Ni kushukuru rais kwa sababu wewe uliamua ya kwamba huyu mama wetu ambaye alikuwa pale msituni akipigania uhuru, ambaye aliwachwa na bwana yake ambaye aliuawa na wabeberu, ukaamua serikali yako impatie heshima apate mazishi ya kitaifa, na serikali yako ikasimamia kila kitu kwa hii mazishi. Rais, kwa niaba ya watu ya Maumau na watoto wao tunasema asante. Sisi rais tuko na furaha kwa sababu serikali zimepita
zimekosa kutambua watu ya Mau Mau. The Mau Mau story is about land and freedom. Mau Mau ilikuwa naitwa the Land and Freedom Army. Na hao watu ya Mau Mau walipigana, akiwa na gruneti, akiwa na bombs, akiwa na buduki. They had only a panga and a resolve to liberate their country. Uhuru ukapatikana, lakini mashamba haikupatikana. The British government gave 30 million pounds for land to be bought to settle and their residents. Colonialists who came after the white colonialists left. That money, that land was taken by a few and given to home guards and collaborators. Na nimeshukuru sana former Prime Minister umekubaliana na sisi ya kwamba mashamba ya Mau Mau ilichukuliwa na home guards and collaborators. Migunda ya Mau Mau yo irone gati na kamatimo na tukunia. Na tungetaka former Prime Minister kushukuru babako marehemu Jaramogi kwa sababu he spoke about land grabbing for Mau Mau land, na akaumizwa kwa kuongea juu ya mashamba ya Mau Mau. Tungetaka kukuomba kwa heshima, waziri mkuu wa zamani, ukitetea wa Kenya kwa mambo zingine zote vile naendelea, tunataka kusikia pia utetee hao watu warudishiwe mashamba yao, na wale walichukua na buna wajua warudishie hao mashamba yao. Kati guado itu Ithitiato tetere. Migunda Mau Mau yo irwo iri agathwariga. Na yo mau igathikwo tuvuli twa muingi. Koguo wale wanasema ati serikali inunue mashamba ni sawa. Lakini mashamba ya Mau Mau iko na inajulikana pahali iko. Si wale wako nayo warudishe hata kama ni nusu. Na tutetee hiyo. Even as we ask the government to look for money to buy land for Mau Mau, the land for Mau Mau is known where it is. Those who took this land, they can be considerate and give us at least half of that land. And it is enough for the Mau Mau. Hiyo shamba ni kubwa, inaweza tosha hawa na watoto yao. Your Excellency, mimi sitaki kusidisha kutoka hapo kwa sababu we feel bad. We feel bad. We feel cheated. And we feel misused. Because our parents were buried having gotten nothing. Yet the collaborators and the home guards continue to enjoy everything the Mau Mau people fought for. And they despise us. And they look down upon us. Yet the vast lands they occupy belong to the Mau Mau and their descendants. And that is the truth. And I'm happy the former Prime Minister, you have said we speak the truth. Welcome to the club of truthful men. It is true. The truth is good. It sets you free. Ukweli ni kwamba bei ya unga iko juu. Ukweli pia ni kwamba when the hardship government was there, unga ilikuwa 230, imeteremuka ni 170, hamukufanya maandamano. That is the truth. That is the truth. Ukweli ni kwamba tumekuta uchumi umeharibika, pesa yote ya serikali iliibiwa ikapelekwa kwa project ya BBI. That is the truth. The truth of the matter, pesa iliibiwa ikapelekwa kwa project Azimio. That is the truth. It is good for us to be truthful. Ukweli ni kwamba pia people must not live in denial. The truth of the matter is that hustler number one, William Samoei Ruto, is the president of Kenya and commander-in-chief of the defense forces. That is the truth. That is the truth. And his deputy is a son of Mau Mau Rigiji. That is the truth. Let us stop living in denial. Let us be truthful. And once the truth we accept it,
It sets us free. Ukweli ni kwamba uchaguzi uliisha. The next election is 2027. Wale wa Kenya walipiga kura hakuna pahali walienda. Si wako? Wenye kupigiwa kura siko. That is the time to sort out all those things. That is the truth. So let us be truthful and let us tell each other the truth because it's the right thing to do. Tuko na apology ya CS wetu Rebecca Meano, mtoto wetu kutoka hapa Ndaragwa, na tuko pia na apology ya kiongozi wetu katika bunge la kitaifa Mheshimiwa Kimani Ichung'wa. Pia hapa tuko na magavana wetu wa zamani, wapigiwe makofi. Governor Kameme is there. Tuko pia na Governor William Kabogo, tupigie makofi. Andũ a nyũmba itũ mwĩ gũkũ mwĩkuo nĩ mwakena nĩ kuona mũthamaki witũ ũyũ wĩtagwo Ruto nĩwe mwathurire kwĩyendera ka kũringĩrĩrio na niĩ nĩ nyendaga ndona kamweke ngacokia ngatho andũ aitũ niĩ na njamba ĩno ĩtagwo Ruto nĩ mwatuĩkire wega ke twarie ũhoro wa ma tũtiarĩ handũ hega tani ndarĩ handũ haceke na nĩ mwatuĩkire wega mũgĩtũhoera Ngai agĩtũteithia mũgĩcoka mũgĩtũikĩria kura ona ũrĩa mwageria kũringĩrĩrio mũkiuga mũtikũringĩrĩrio andũ a nyũmba itũ andũ a njamba ĩno ĩtagwo Ruto na niĩ mwene kuma ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ ngatho ciakwa o rĩngĩ andũ a nyũmba itũ kuma ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ amũkĩrai ngatho ciakwa. Rais wetu, tungekuomba kwa heshima usikize kilio cha Maumau. Hao wazee wanasema wanajua pahali Kimathi alizikwa. Rais, kwa mapenzi yako ukikubali uwapatie nafasi watuoneshe pahali huyo Kimathi alizikwa. Kama atapatikana tumpatie mazishi ya heshima. Tunakuomba Rais. Pia Rais, nilikuwa hapa siku ya Jumapili katika ibada na Wakristo huyu mama wetu wakaomba mimi na wewe, kwa sababu wanajua sisi ni watu ya kujenga makanisa. Wakasema Rais, tuwasaidie hiyo kanisa. Mama alipeana shamba, mimi na wewe na viongozi tusaidie kujenga hiyo kanisa. Na Rais, I want to encourage you uendelee kujenga kanisa. Hata wengine wakipiga kelele ati kanisa itakani kujengwa, wachana na hiyo maneno Rais. Wewe isipokuwa ni Mwenyezi Mungu ungekuwa rais. Ile jama ulikuwa umepangiwa na system na deep state na machifu na kila mtu Rais, Mwenyezi Mungu ndiye alikusaidia. Kwa hivyo ni muhimu ukipata nafasi urudi kwa nyumba la Bwana ukuje usaidie. Viongozi wetu ya kanisa msikuwe na wasiwasi. Kenya iko na uhuru wa kuabudu. Na hatutaki kwa sababu kulifanyika jambo kidogo ya watu wawili tulaumu kanisa ya Kristo. Tunataka kama mtu jina lake. Unajua sasa shetani na wafuasi yake wanatumia hii kuhujumu kanisa la Kristo. Na shetani unajua halali. Sasa makasisi wawili wamepatikana pale, wamenatumia kanisa kufanya mambo yao. Hao watachukuliwa hatua kama binadamu wawili. Lakini kanisa la Kristo, wahubiri wetu, makasisi wetu ni watu ya maana. 99.9% of our pastors and reverends are men of faith and good people. I want to ask the Church of Christ to give us a chance to the 0.1% Church of Christ. Na msikuwe na wasiwasi. Najua shetani halali na wafuasi wake na ni wengi. Kwa hivyo kanisa tuko imara. Rais, nikimalizia ningetaka nikuhakikishia kwamba uliniagiza nikuje hapa katika Central Province ile ya zamani, kaunti yetu ya Nyandarua, Kirinyaga, Murang'a, Nyeri na Kiambu, ambayo ilikuwa imelaliwa zaidi na pombe haramu na bangi. Na Rais, ningetaka nikuhakikishia kwamba
machifu wetu, sisi viongozi tutashikana na kazi hapa inaendelea na pombe inapungua, na kutoka hapa enda pande ya Nakuru tusaidie Rift Valley, kutoka hapo tuende pande ya Pwani. Kwa hivyo rais, katika area hii ya Central Kenya tulikupenda wewe kwa sababu wewe ni mcha Mungu na wewe ni mchapa kazi. And we did not make a decision just like that. We analyzed critically because we are intelligent people. Na tumekula vitabu kidogo kidogo tumesoma hapa na pale. Tukaangalia and we were satisfied that you have what it takes to move this country to the next level. And so far umetupeleka vizuri. Nimeona magazeti watu wakipiga kelele ati umeweka Wakikuyu wengi kwa serikali yako. Walikuwa wanataka tuende. Mimi nauliza, tukiwa wengi kwa serikali ya Ruto iko makosa? Wale wanasema tuko wengi kwa serikali ya Ruto, sisi pia ndio tuko wengi kwa prison. Kwa nini waseme tufunguliwe tuende nyumbani? Your Excellency, we are in your government by choice and by arrangement. We made a conscious decision to vote for you because you have what it takes to run this country. And it cannot be ati ya kwamba Wakikuyu hapa wachache wakiwekwa kwa serikali mnasema ni ukabila. Sisi tumefungwa, tumejaa pale kamiti. Hakuna mtu analalamika ati Wakikuyu ni wengi wafunguliwe waende nyumbani. Your Excellency, endelea kuweka wengine. Kamuti kwa natoikera thirikari-ini. Na sisi ni kura yetu ni mingi pia. Sisi huyu Rais William Ruto. Yes. Nyinyi kama hakupigia yeye, it's up to you. Sisi msituhusishe kwa mambo yenu. Sisi tulimpigia, akituangalia pia sisi ni wachapa kazi. He has analyzed and found that in this region there are men and women who can assist him to govern. And we are in that government by choice. And the president has done nothing wrong in asking us to come and help him to run government. Kwa hivyo watu wawachana na sisi. Sisi tulipiga kura, tukaamuka mapema, tukijua nini tunafanya. Kamuti kwenda tuikale huko tuikalite andu aitu. Tuikale huko. Atimia mwita gemitu amukere muthamaki. Rwa mbere. Rwa keri. Rwa gatatu. Rwa kana. Rugama itwa mukira muthamaki wa bururi wa Kenya. Karibu Mheshimiwa Rais. Asante sana. Tafadhali tuketi chini. Asanteni sana. Familia ya mama wetu Mukami Kimathi, watoto wake, familia kubwa ya Mau Mau, ndugu viongozi wote wenzangu, Bwana Deputy President, Prime Cabinet Secretary, former Prime Minister, magavana wetu, CS mulio hapa, Principal Secretaries, Speaker wetu wa hapa Nyandarua, pamoja na MCAs, ndugu wananchi wote, adoa Nyandarua moriega. Moriega rege. Mwathani agosho. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi. Tuungane na familia ya mama wetu shujaa Mukami Kimathi katika sherehe hii ya mwisho. Tumsindikize kwa heshima kubwa na taadhima zote, tukimsherehekea kama
shujaa ambaye aliungana na mashujaa wengine wa Mau Mau na wale wote walioshiriki katika kupigana na wakoloni ili nchi yetu iwe ni nchi huru na sote tufurahie uraia wetu kama Wakenya. Kwa niaba ya serikali ya Kenya na viongozi wote, kwa familia ya mama wetu Mukami tunasema pole, na pia tumekuja kuungana na nyinyi kusherehekea maisha ya huyu mama wetu, kwa sababu alichangia mbali na kupigania uhuru wa taifa letu. Pia baada ya uhuru wetu kupatikana, amechangia sehemu kubwa. Alikuwa kansela, alikuwa kiongozi, ameshiriki mambo nyingi ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Wakati mimi nilimjua huyu mama, pia alituombea pale 2013 na rafiki yangu Uhuru Kenyatta, na baraka yake na mate yake na ya viongozi wengine wengi na watu wengine wengi tukapata ushindi 2013. Mimi nimekuja hapa kama mmoja ya wale watu walifaidika na mambo ya huyu mama wetu Mukami, kusema pole. Mimi naelewa ya kwamba bado tuko na mambo mengi ya hawa ndugu zetu Mau Mau, vile imetajwa hapa na viongozi wengi. Mbali na huyu mama wetu Mukami, tuko na wazee wengi, tuko na viongozi wengi, tuko na wale ambao wamebaki watu wa Mau Mau, tuko na watoto wao, na tuko na jukumu la kihistoria, na tuko na jukumu pia ya kuhakikisha ya kwamba kwa ile mchango wao kwa taifa letu liwe huru, ni lazima pia tuwarudishie mkono, pia na wao wafurahie kwamba walichangia sehemu kubwa, na tuko na heshima na wao. Vile wameomba hawa ndugu zetu wa Mau Mau ya kwamba kwanza tuweke historia sahihi kwa yale mambo walifanya, ili watoto wetu na vizazi vijavyo wakuje kuelewa ya kwamba taifa hii ilikombolewa kwa watu kujitolea. Nataka niwaambie ndugu zetu hawa wa Mau Mau, vile mumeuliza ya kwamba kwanza historia iangaliwe vizuri, nataka niwaeleze ya kwamba museum ile mumeuliza hapa Nyandarua, tayari tumeweka milioni 50 ya kujenga hiyo museum, na waziri yuko hapa, atakuja kuandamana na nyinyi vile hiyo museum itajengwa. Vile vile pale Uhuru Gardens kule Nairobi, mnajua pia tuko na museum kubwa ya kukumbuka wale wote waliochangia katika historia ya taifa letu la Kenya. Pia na pale mimi nataka niwaeleze ndugu zetu wa Mau Mau, tunawatarajia kuna sehemu kubwa pale Uhuru Gardens Nairobi ya watu wa Mau Mau, ili tuweke historia sahihi na kweli, na tuwakumbuke kwa mchango wenu katika kukomboa taifa letu la Kenya. Vile vile mimi nataka muelewe mambo haya mlioyasema ya title deeds hapa Nyandarua, kule Nyeri na sehemu zingine.
tuko na mpango kamili, na mimi nataka niwahakikishie waziri wetu Bwana Njeru ako na mwongozo kamili ya kwamba kabla ya sisi kwenda Disemba mwaka huu, titles zote za colonial villages na mahali pote wa Maumau wanaishi tutakuwa tumezikamilisha, na tutakuja ili tuwapatie hizo title deed muweze kuishi kama Wakenya wengine. Vile vile mzee ameongea kwa kirefu na amesema ya kwamba tunataka mwili wa Kimathi mahali ilizikwa, kwa sababu ilizikwa kwa aibu kubwa, akiwa amefungwa minyororo na akiwa amefungwa kama mhalifu. Huyo Kimathi hakukuwa mhalifu, alikuwa ni shujaa wa kupigania uhuru wa taifa letu la Kenya. Na mimi nakubaliana na nyinyi, na sio nyinyi peke yenu mtaenda kutafuta huyo muungwana shujaa wetu alizikwa. Serikali ya Kenya itaungana na nyinyi, tutafute mahali huyo shujaa alizikwa na hiyo aibu, tumtoe pale ili tumpatie heshima inayotoshana na shujaa ambaye alipigania uhuru wa taifa letu la Kenya. And therefore I am giving you a commitment on behalf of the government of Kenya that the government of Kenya will work with you and all those who have the history of where this great hero, our independence hero, the man who paid the ultimate price for us to be a free nation, that we will find him and we will give him a decent, befitting national send-off. Kwa hivyo tutaungana pamoja na nyinyi. Mimi vile vile nataka niwaeleze ndugu zangu wa hapa Nyandarua ya kwamba kwa yale mambo yote mumeniuliza ya kwamba tujenge hii barabara kutoka hapa Njabini mpaka hapa nyumbani kwa mzee wetu Kimathi. Mimi nataka niwahakikishie hivi, nitarudi hapa Jumamosi ijayo. Jumamosi kama leo, next week, nilikuwa nimepanga ya kwamba nitakuja hapa Njabini kuanzisha ile barabara ya kutoka Njabini kwenda mpaka Gadhara, na kutoka Gadhara kwenda Tulaga mpaka kwa Kanyugi, na kutoka pia pale Gadhara kwenda Kianguyo kwenda mpaka kwa Shem. Mimi nitarudi hapa kuanzisha hiyo barabara, na hiyo barabara ndio nitaunganisha kutoka hapa Njabini mpaka ifike hapa mahali mmesema. Ilikuwa tunataka kujenga kilomita 42, sasa tutaongeza iwe kilomita 47 na 9 ndio iweze kufika hapa, na tuweze kuweka heshima ya wale waliotutangulia katika kupigania uhuru wa taifa letu la Kenya. Mnajua nilikuja hapa juzi kwa ile barabara ilikuwa imekwama ya kutoka kule Captain. Sasa tumesema tunaunganisha kutoka Kirima, Donyojeru mpaka kwa Mato. Hiyo barabara sasa tuko na contractor inaendelea. Nilikuwa hapa wakati nilikuja kufungua Technical Training College yetu hapa
na mjumbe wenu huyu mungwana. Na nimefurahi ya kwamba hiyo Technical Training College naambiwa kuna wanafunzi 600 tayari. Na wakati huo tulikuja pia kuanzisha hii barabara ya kutoka hapa Njabini kwenda Githioro kwenda mpaka Naivasha. Na hiyo barabara tumekamilisha. Si namna hiyo? Bado tuko na barabara zingine nyingi ambazo zimekwama kidogo. Na zilikwama kwa sababu pesa ilikosekana, kwa sababu ya mambo mengi ambayo sitaki kusema. Lakini katika budget yetu ya sasa tumepanga vizuri. Kuanzia mwezi wa 7 kuna barabara zinaendelea, zile zingine zilikwama tutazikwamua. Hata ile mumeniuliza ya kutoka pale Ndonyonjeru kwenda mpaka Iithe ngambo ile Nyeri yenye inapitia pale Abadea. Nimefurahi sana kwa sababu huyu kijana wana Medho amesema atanisaidia, kwa sababu pale tuko na shida ya msitu na kuna watu wametupeleka kotini. Wale wametupeleka kotini kwa mambo ya mazingira. So mimi nimefurahi huyu kijana ameofa, wewe sasa panga hiyo maneno vile tulikubaliana, vile wewe ulisema tugawane hiyo kazi. Wewe pambana na hawa watu wawache kesi, na mimi nitaweka pesa ya kujenga barabara. So hiyo ni kazi mzuri. Pia mimi nataka niwaeleze watu wa Nyandarua, niwashukuru kwa heshima kubwa. Nilikuja hapa kwenu, nilikuja hapa Njabini, nikakuja Olkalao, nikakuja Olchororok, nikakuja kila mahali na niuliza kura zenu. Jameni, mimi nasimama mbele yenu kwa hii mazishi ya huyu mama kwa heshima kubwa. Niwaambie watu wa Nyandarua asante sana kwa kura zenu. Narudia tena kusema kwa watu wa Nyandarua asante sana kwa kura zenu. Na yale mambo tulikubaliana na nyinyi, kwa sababu ilikuwa ni mkataba kwamba mtanipatia kura zenu na mimi kuna mambo nitafanya. Mimi nataka niwahakikishie hiyo kazi nilisema nitafanya, sitawaangusha. Hiyo kazi nitafanya. Mumenisaidia kumwambia ndugu yangu Raila atulize boli, ndio nipate nafasi ya kufanya hiyo kazi. Hapo pia nimesaidika kidogo. So mimi nataka niwahakikishie watu wa Nyandarua ya kwamba kazi ya kupanga maendeleo ya Nyandarua tayari nimekutana na viongozi wenu. Nimekutana na gavana wenu na magavana wengine wa Kenya. Tumekubaliana ya kwamba ili kuondoa brokers na cartels wale wanatusumbua wakati tumepata mazao yetu hapa Njabini, tunaweka aggregation and industrial park ambaye tunajenga na shilingi milioni 500. Mimi nitarudi hapa mwezi wa 7 kuanzisha ujenzi, tukipitisha budget kuanzisha ujenzi wa hiyo industrial park ambaye tutaweka vifaa itakayowasaidia pamoja na cold room ya mambo ya viazi yenu na mboga yenu, ili wakati tukipata chakula kingi isiharibike, kwa sababu tutakuwa na mahali ya kuweka mahali pazuri. Nataka niwaeleze vile vile, kwa sababu tulikubaliana na nyinyi ya kwamba biashara yenu ya maziwa ambaye ilikuwa inaharibika kwa sababu hakuna milk coolers ya kutosha, tulikuwa na mpango pale mbele tukaleta milk coolers 5, tukawa na zingine 30 ambazo zilikwama. Mimi nataka niwaeleze sasa tumeikwamua, tumeweka pesa kwa budget ya mwaka huu. Kuanzia mwezi wa 8-9 hapa Nyandarua tutawapatia
milk coolers 30 zingine ambazo mtatumia kukusanya maziwa yenu, ili maziwa yenu ipate bei ya sawa sawa. Tuhakikishe ya kwamba wale wananunua maziwa barabarani wakisema ya kwamba maziwa itaharibika, sasa tutakuwa na mpango ambaye mtakuwa na milk coolers. Maziwa msiuze kiholela mpaka bei ya sawa sawa ipatikane. Vile vile hapa mumeniuliza kuhusu hospitali yetu ya hapa Njabini. Hiyo hospitali tayari tulikuwa tumeipangia kuweka ile maternity wing, lakini vile mumeuliza ya kwamba upgrade iwe level 4 hospital, mimi nataka niwaeleze ya kwamba nimekubali. Tutaongeza ile pesa kidogo tulikuwa tumeweka pale, tulikuwa tumeweka milioni 20, sasa tutaweka milioni 100 to upgrade iwe level 4, na nitawatafutia equipment ili muendelee na hiyo kazi mzuri nasikia mnafanya. Lakini mfanye na mpango jameni. Najua pale nyuma wakati tulisema ya kwamba tunalipia, na hiyo mpango bado inaendelea. Mama yeyote akienda kujifungua, serikali ya Kenya inalipa. Haikumaanisha ya kwamba sasa hiyo ndio iwe kazi tu ya kufanya peke yake. Lazima pia inafanywa kwa kipimo. Si namna hiyo? So tutashirikiana hiyo hospitali, na nimefurahi ya kwamba kwa heshima ya mama wetu Mukami, mumesema hiyo hospitali sasa itabadilishwa jina iitwe Mama Mukami Hospital. Nataka niseme pongezi na shukurani nyingi. Vile mumesikia waziri wetu Alice Wahome amesema mambo ya maji ni mambo ya muhimu. Na washukuru sana watu wa Nyandarua, mnatupatia maji ambayo tunatumia kule Nairobi. Na kwa heshima hiyo ni lazima na sisi turudishe mkono, tupange maji ya watu wa Nyandarua. Tuko na damu, mkiona katika vyombo vya habari tulitangaza juzi advertisement ya contract expression of interest ya dams 33 katika taifa letu la Kenya. Moja ya hiyo dam ni yenu hapa Nyandarua. Tumesema damu ya Malewa tutaunganisha na damu ya Pesi na damu ya Kinja, tuhakikishe ya kwamba safari hii isiwe ni story. Safari hii tuwajengee damu ambayo itasaidia kuwapatia maji mtakayotumia nyumbani, maji ya mifugo yenu, na vile vile maji ya kutumia kwa irrigation, ndio tuzalishe chakula, tuweze kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwapongeze vile vile kwa sababu wakulima wa taifa letu la Kenya wamejitolea. Wakati tuliwaambia wakulima wa Kenya ya kwamba tutapunguza gharama ya mbolea, wakulima wengi walijitolea. Mimi nafurahi ya kwamba ile mbegu tumeuza mbegu zaidi ya ekari juu ya zile zilipandwa mwaka uliopita. Ekari 1200 mpya imewekwa katika kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya, kwa sababu wakulima walipata motisha wakati walijua wanaweza kupata mbolea kwa bei nafuu. Mimi nawapongeza wakulima wa taifa letu la Kenya kwa kujitolea. Uzalendo wenu
wa kutusaidia kuzalisha chakula ndio tuweze kuondoa aibu ya njaa. Mimi nawapongeza wakulima wote wakiwemo wa hapa Nyandarua. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba mbali na mbolea tumepanga mwaka huu, mwaka ujao tutaongeza kuwapangia pia mbegu, na vile vile katika budget yetu ya mwaka huu nimeondoa ushuru kwa raw materials ambayo itatusaidia kuzalisha ama kutengeneza mbolea hapa Kenya. Nimeondoa ushuru kwa raw materials ambayo itatusaidia kutengeneza madawa hapa katika taifa letu la Kenya. Nimepunguza ushuru ile inaitwa RDL pamoja na IDF. Nimepunguza ushuru kwa mambo ya chai na kahawa. Serikali ilikuwa inaokota karibu milioni 300 kila mwaka kutoka kwa chai na kahawa. Lakini nimesema kwa sababu tunataka kusaidia wakulima wetu, hiyo ushuru wakulima wamekuwa wakilipa ya milioni 300 tunaondoa kama serikali, ndio tusaidie mapato ya wakulima. Nimeondoa ushuru kwa mambo ya value addition, ile process yote ya kuongezea dhamana ama value addition ya bidhaa za kilimo ama mazao yetu ya kilimo ambayo tunauza katika nchi za nje. Tumeondoa ushuru kwa sababu tunataka kusaidia wakulima wetu wapate mapato zaidi. Nimeondoa ushuru kwa mambo ya gas ili wamama wetu wanaohangaika na kupika na kuni wanapata magonjwa mengi. Tuanze kupunguza hiyo gharama so that we can have clean cooking energy. Mimi nataka muelewe ya kwamba hiyo kazi yote ni kwa sababu mimi natambua ya kwamba tuko na changamoto katika taifa letu la Kenya. Mimi naelewa sana mambo ya kujua ya kwamba kuna ugumu, na ndio nimepunguza karibu ushuru mara 20. I have identified almost 20 areas to reduce taxes so that we can alleviate the heavy burden on the Republic of Kenya. Na pia nimepunguza pesa ambayo tumekuwa tukikopa. Mwaka huu nimeondoa bilioni 500 ambayo tungekopa, nikasema hatuendi barabara ya kukopa tena. Kwa sababu mimi naelewa Wakenya wako na uzito. Mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Nyandarua, vile tulikubaliana na nyinyi. Nilikuja hapa Njabini, si ndio? Mliniona hapa Njabini? Si nilikuwa area hapa? Mimi niliwaambia tuko na matatizo ya vijana wetu wengi. Tuko na vijana karibu milioni 5 Kenya hawana kazi. Wanahangaika madukani, wanahangaika barabarani, wako kwa street zetu, na niliwaambia, na wanaongezeka kila mwaka. Wale wanaotoka shuleni, wale wanatoka katika vyuo vyetu, vijana karibu milioni 1 wanaongezeka kila mwaka. Na ni lazima tuwe na mpango ya vile hawa vijana watapata ajira. Si tulikubaliana jameni? Na ndio sababu mimi nimesema kwa heshima kubwa, ili kupanga ajira ya hawa vijana, sisi tulio na kazi, sisi ambao tuko na mshahara, ikianza na mimi rais wa Kenya, tutatoa sehemu yetu kidogo, 3%. Mimi naulizwa nitoe shilingi 2,000. Huyu mjumbe wenu Kenya anaambiwa atoe shilingi 2,000. Ule MCA anaambiwa atoe shilingi 1,000. Huyo mwingine anaambiwa atoe shilingi 900.
Mwalimu hapo anaambiwa atoe shilingi 500 ili tuwe na mpango ya housing ambayo itatupatia ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya 1,000,000 kila mwaka. Na nilisema hapa, na hata hawa viongozi tulikuwa na wao. Si wewe Badilisha ulikuwa na mimi? Si wewe Metho ulikuwa na mimi? Nikitangaza hapa ya kwamba tutakuwa na mpango ya housing. Kwani ulikuwa unafikiri ilikuwa mchezo? Haikuwa porojo. Unajua kuna watu wengine wanajaribu kuniambia, unajua ile maneno ulisema, kama itakuwa ngumu useme ilikuwa tu ni siasa. Hapana. Siasa ya ukora na utapeli na utanganyifu wa Kenya walienda kura wakaondoa hiyo siasa. Ile maneno yote tuliwaambia hawa wananchi, my friends, tuwe tayari kuyatekeleza. Tunaelewana jameni? Na sisi tulio na ajira tusiwadharau wale hawana ajira, kwa sababu hiyo kazi wewe uko naye, hata hii mimi niko naye, inaweza kufanywa na Wakenya wengine 1,000, lakini wao hawafanyi hiyo kazi kwa sababu wewe uko naye. Si namna hiyo? So ni jukumu letu ya kwamba tupange sisi tulio na ajira vile wale ambao hawana ajira pia na wao watapata ajira, watapata nafuu. And that is why it is our collective responsibility. Na ndio mimi nataka niwaulize hapa Njabini tumepatiwa ekari 5.9 already in Njabini. Tumemaliza kuchora ile nyumba tutakuja kujenga hapa. Na hapa tukija kujenga hizo nyumba 500 tutahitaji vijana 1,500 wa kutusaidia kujenga hiyo manyumba. Na hawa vijana 1,500 ni wale wako hapa kati yetu. So the people we are trying to hire in our housing plan are fellow citizens of the Republic of Kenya. Ni watoto wetu, ni jamii zetu, ni Wakenya wenzetu. Vile wewe uko na kazi, tafadhali tusaidiane. Hata hawa watoto wetu ambao wanahangaika hawana kazi, tuwe na mpango hata na wao wapate nafasi ya ajira, wajisimamie, ndio tuwe na taifa ambayo sisi wote tutajivunia. Tunaelewana watu wa Nyandarua? Hiyo ndio mpango mimi nimesema. Na mimi nauliza kwa unyenyekevu, ndugu zangu wa bunge, kuna mapendekezo ya budget tumeifanyia kazi, tunaleta bunge. Na vile ndugu yangu former prime minister amesema ananijua sana, na ni kweli. Nasema ananijua, nitapiga kelele alafu nitatuliza. Na mimi pia namjua sana na nimemsoma sana, ndio nilimshinda akiwa na uhuru. Namjua sana, na kwa sababu mimi namjua sana, najua ataendesha hii mambo yake pia hii yote mpaka na maandamano, lakini mimi najua itaishia wapi. I know that. Si namna hiyo? So sasa sisi kwa sababu tunajuana, si ndio? Wewe unanijua, mimi nakujua. Tumekubaliana sasa wabunge waende waongee. Si namna hiyo? Wapangane huko bunge, wacha mimi ningangane na hii kazi. Hii nisukume hii kazi. Na mimi nataka Bwana Prime Minister, umesema kuna maneno ya gharama ya maisha kupanda. Ni kweli, gharama ya maisha iko juu. Lakini sasa, si mimi nikichaguliwa, si gharama ya maisha ilikuwa juu? Unga ilikuwa 230. Saa hii ndio imepata hata nafuu. Nimeenda kutafuta mahindi, nimelete, nimepanga. Sasa unga ndio hiyo imefika 170, inakuja ikiteremka. Hawa wakulima wameenda shambani. Unajua makosa mlifanya
Nyinyi badala ya kwenda kusaidia mkulima kuzalisha, mlienda kupatia pesa mila. Ule mtu anasiaga pale. Ule mtu ya kusiaga ako na unga yake ya kutoa wapi? Si inatoka shambani. Ndio mimi nimeenda kwa wakulima kupanga hawa. That is how to reduce the cost of living. You don't reduce the cost of living by working with millers on subsidy programs. You subsidize production. You don't subsidize consumption. That is how the country went wrong. Sijui kama tunaelewana. So, hapo kwa cost of living nakubaliana na wewe, lakini nyinyi ndio mliharibu. Wacha mimi nirekebishe. Na hao wakulima mimi nafanya kazi na wao. Jambo la pili, umesema kuna watu hawaniambii ukweli. Sasa mimi sijui, mimi ndio siambiwi ukweli ama wewe ndio waambiwi ukweli. Because hiyo unasema nimeongeza sijui ushuru, nimeongeza ushuru. Mimi nataka nikuambie my friend, ukiangalia kwa budget kuna watu wa kuambia ukweli. Nimepunguza sehemu karibu 20 ya mambo ya ushuru. Nimeondoa karibu bilioni 500 ya madeni katika hii budget kupunguza mzigo kwa hao wa Kenya. Kwa sababu pale kwa historia unaweza kunishinda. Lakini hapo kwa uchumi, bana, mimi naelewa kabisa. Na wacha tuambiane ukweli. Si tumesema tuambiane ukweli? Na nashukuru umesema tuambiane ukweli. Mimi ni mwanafunzi wa karibu sana wa rais wa 3 anaitwa Mwai Kibaki. Yeye wakati alichukua kama rais, ushuru ilikuwa 220 billion. Lakini kwa mpango na akili akaisukuma. Wakati alikuwa anaondoka baada ya miaka 10, ushuru alikuwa ameifikisha karibu trilioni 1. Naye rafiki yangu Uhuru akakuja akasukuma, lakini akaongeza madeni mingi. Ikafika sasa 2 trillion. Sasa mimi ndio nimefika hapo kwa 2 trillion kwa hii budget. Nataka kusukuma kutoka 2 trillion mpaka 2.8 trillion kwa hii mwaka. Kwa sababu vile Mwai Kibaki alifanya, aligundua ya kwamba nchi haiwezi kuiendesha kwa kutafuta madeni na kukopa madeni. Nchi unaiendesha kwa kupanga vile ushuru itapatikana. That is where we are, and that is the difference. So, tafadhali, munipatie nafasi kidogo nipange hii kitu. And I know what to do. Vile nakubaliana na nyinyi, watu wa Azimio sio wazimu. Lakini watu wa Kenya Kwanza sio wazimu pia. Hakuna mtu wazimu hapa. Kila mtu anapanga vile anajua. So, ndugu zangu, mimi niko tayari kabisa kukubaliana na bwana former prime minister na watu ya Azimio. Tuache fujo, tuache matata, tuungane kwa yale mambo yanapeleka Kenya mbele. Munikosoe. Mimi naamini in an accountable government. I believe in an accountable government. I have no problem with being held to account. I have no issue with criticism, and because it adds value to my decision making. That is why hata hawa mawaziri wangu, nimesema hawa mawaziri sasa wawe wanaenda bunge kujibu maswali, kwa sababu we want to be held to account. So mimi sina maneno. Hata nimesema wacha tutengeneze kiti kubwa ya mtu ya upinzani kule bunge, na tupatie pesa ya serikali na mambo ya asukume kabisa serikali, akosoe, afanye nini, lakini tuwache kuharibu mali ya wananchi barabarani, tuwache fujo, tuwache maandamano. Kwa nimekosa? Si Kenya inataka ipangwe namna hiyo? Kwa hivyo bwana Prime Minister, mimi nakuheshimu, wewe ni mzee wetu. Tutashirikiana pamoja na tutaenda mbele pamoja. So tuko pamoja kabisa. I have no issue na tutaendelea pamoja. Kwa hivyo ndugu zangu,
watu wa Nyandarua. Naamini ya kwamba hii mazishi ya huyu mama wetu Elosi Mukami Kimathi ametupatia nafasi ya kusema ukweli. Tunamshukuru huyu mama, hata kwa safari yake ya mwisho ametupatia taifa la Kenya vile alipigania uhuru wakati ule. Leo katika safari hii yake ya mwisho pia imekuwa nafasi mzuri ya kuambiana ukweli ndio Kenya iweze kwenda mbele. Mimi nawashukuru sana, Mwathani ya muradhime. Mungu awabariki sana. Haya, Rais tena kwa makofi. Asante sana Mheshimiwa Rais. Na sasa tumefika mwisho wa sherehe hapa. Mahali tutaelekea sasa ni kwa kaburi, na ningependa niwaelekeze tafadhali ili tuweze kufuatilia. Hatuwezi tukatoshea pale mahali pametayarishwa pa kumzika mama. Kwa hivyo jamii ilikuwa imeomba ya kwamba tafadhali ni jamii pekee watakaoenda pale pamoja na viongozi ambao wako hapa. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba tafadhali tutulie. Tutaweza kuiona pale kwa runinga na tutaongozwa na wachungaji. Kwa hivyo wachungaji, tafadhali naomba tuanze kuendelea ili tuweze kumpeleka mama pale kaburini, tuweze kumpumzisha. Tutaongozwa na wachungaji, alafu pia kutakuwa wale ambao watakaobeba jeneza tukielekea kaburini. Alafu tukifuatiwa na viongozi ambao wako hapa tukiongozwa na Mheshimiwa Rais na wale ambao wameambatana. Lakini tena nitarudia, jamii wameomba tafadhali tusiende pale tukiwa wengi, hatuwezi tukatoshea. Kwa hivyo kwa runinga tutaweza kuona yale mambo ambayo yanaendelea pale. Kwa hivyo naomba kanisa ituongoze, wale ambao wanatusaidia kwa kubeba jeneza la mama tukienda kaburini tuweze kukaribia, alafu tutafuatwa na viongozi ambao wako hapa tukiongozwa na Mheshimiwa Rais. Naomba tafadhali tufanye hivi kwa taratibu. Wale ambao hatutaweza kuenda pale, tafadhali tuketi tuweze kutizama kwa runinga. Asante. Haya, asante sana. Haya, kama tulivyoagizwa wananchi, sisi tutajiangalilia kwa runinga. Viongozi, familia, watu wa familia ndio tutaruhusiwa kufika pale, tafadhali. Shika kidogo tafadhali. Wananchi tunaombwa kwa heshima, sisi tutafuata kwa runinga tafadhali. Wananchi tunaombwa kwa heshima sana,
Sisi tutafuata kwa runinga wenye wana zaidi ya masaa matano hivi ya mazishi ama event ama funeral service ya Mukami Kimathi, shujaa wa independence ama wa uhuru wa Kenya, shujaa ambazo ama event ambayo imekuja na ikafikiwa kuweza viongozi wakaweza kufika hapa ikiongozwa na Rais William Ruto, naibu wake Rigathi Gachagua, kinara wa Azimio Raila Odinga, miongoni mwa Wakenya wengi ambao wamefika hapa katika ama nyumbani kwake Mama Mukami Kimathi katika eneo la Njabini, kaunti ya Nyandarua. Na katika service hii ama katika service ya siku ya leo mambo mengi yameweza kujitokeza tu, na lile kubwa mno likiwa ni kwamba serikali itashika juhudi kubwa kuhakikisha kwamba mwili wa Dedan Kimathi ambaye alikuwa ni mumewe marehemu utaweza kutafutwa na kufukuliwa ili naye aweze kupewa hadhi yake kama shujaa wa uhuru wa taifa. Pia siasa zimeweza ama ulingo wa siasa umeweza kukithiri sana hapa, ikiwa tu ni kwa sababu vinara wawili kote nchini wamekuwa wamefika hapa na kuwa wana tofauti zao, likawa tu ni jukwaa ambalo limejawa na siasa. Na kwa sababu ya ile pronouncement ya rais, nataka tu nichukue ujumbe mmoja tu kutoka kwa Mkenya hapa. Ndugu, njoo, umesikia hotuba ya rais, amesema kwamba ataisaidia familia ya Kimathi kufukua ama kutafuta mwili wa Dedan Kimathi. Swala hili kama mkazi wa Nyandarua na mtu wa hapo umelisikia vipi? Ya kwanza, leo ilikuwa ni siku ya huzuni tukiomboleza mama yetu mwenye kupigania uhuru. Sasa hii tunasema shukran, mazishi tumeifanya na ni kama saa hii imetimia, lakini ile tuko naye, tuko na furaha kulingana na vyenye rais wa Kenya ameweza kuelezea. Ametuahidi mambo mingi, mambo ya barabara, mambo ya maji na mambo ya cooling system. Ametuambia hizo zote atatufanyia. Ile kitu tutungeomba kwa rais wetu isiwe ni mambo ya kusema, awe ni mambo ya kutenda, na tutafurahia sana. Na ndugu, niliuliza swali la pronouncement ya rais kwamba shujaa wa Maumau wataweza kutafutwa na kufukuliwa. Swala hili unalichukulia vipi kuwa Mkikuyu? Hiyo ni kitu tunaweza furahia sana, kwa sababu hiyo kitu inawekanga watu na huzuni sana, ambapo mtu alikufa hatujui mahali alizikwa hata wa leo. Lakini kwa vile rais amesema hiyo mwili yake itaweza kufukuliwa na nje izikwe kwa njia ya heshima, tunafurahia sana kama sisi wakazi wa Nyandarua. Asante ndugu, na kutakia kila laheri, na ili tuweze kuregesha kwenye vipindi vyetu vya kawaida hapa katika nyumbani kwake Mukami Kimathi. Mashujaa wa Maumau walikuwa, wakazi wa Nyandarua walifika, viongozi pia waliweza kufika katika eneo hili, na litakuwa tu jambo la kutizama na kuona yale yote ambayo yamechipuka hapa hii leo, ikiwa ni ya kisiasa na yale ya kuisaidia familia ya hayati Kimathi na mumewe na mkewe kunrathi, kama itaweza kufaidika ama kusaidika pale hatimaye na kuwa mwili wa baba yao mzazi utaweza kurejeshwa hapa nyumbani na kuzikwa kando na mkewe. Kwa hivyo ni taarifa ambayo tutaweza kuileta kwa watazamaji wetu katika taarifa ambazo zijazo. Niweze kuregesha upande wa studio kule Nairobi kwa programu zetu zaidi. Kameme TV, muthegi wa ruriri. O wikendi ya kinya, mashabiki makometire gucana cia gabira na makeria ligi nene ya Ngeretha. Absolutely sensational. Riwe shabiki wa gabira na ligi nene ya Ngeretha, wina mweke wa kurabeteka live ceceni-inĩ ya Kameme TV. Cemania na timu ya mũigarĩko wa mathako magĩgũthathaũrĩra mbĩtĩka ici.